Alright, okay. Bekiyima kabisa chinsa charagere chinsa chabon maragoba. Chinsa isano chabon maragoba. Chitake kani komunisa no nesato. Chitarikini tigancha kebia. Hey. Charagere chinsa isano na dakika miro iteka komunisa chiteka komunisa to nyuma ya chitariki ikomune nyumuti nyino yokianda 2021 na kuambia kwamba karibu sana ndani ya nyumba. Kama kawaida kila kitu kipo shwari, kila kitu kipo sawa. Kama kawaida tunafanyanga vile tunafanyanga ile sasa tutafanya hivi. Kimbia uko data side, chukua hivi, chukua link, tumia watu wali watatu, share that link iende ikenanga. Right, we want to do a basic. Karibu sana ya nyumba kigema kabisa kwa watenge vintu byose birega ya kigema byare kandi kigema bya sana. I hope everything will be well, good and well. Mimi walipo the way nataka kukaribisha ndani ya nyumba kama kawaida katika ndani ya Kisi Hot TV. Mimi naitwa Dr. Dennis. Mimi wale nataka kukaribisha na kote tayari nataka kuona mapema bana. Ita saini mapema tena shughuli kile mitambo ile iga. Lojenge mtabi ko chalao ndani kiria bya sana. Yes, even mtabi ko chalao kabisa. Bishumaile tibie kwa tena kama kuataka kama nganayo. Mranga ito weekend. Mimi wale tampole ngane maso kwa tandonsi. Chini sabuna chile chabwana managoba. Kitoka kwa rekebisha mtabiri tatu iga. Karibu sana dada ndani ya nyumba kama kawaida. Naona watu tunaenda kuingia ndani. Ukiingia tafadhali hakikisha kwamba unafanya nini? Hakikisha kwamba unatambua watu wawili watatu. Tunafika ndani ya nyumba kama kawaida. Nataka kuanza katika nje ya kawaida kama kawaida. Hivi sasa na kwa mimi mtu wangu, chukua simu yako hivi. Chukua simu yako, tumia watu link. Kwa mfano nataka kufanya hivi. Like pia, ukilike chukua link. Let's share the link. Copy first the link and then start sharing it. Tukaweza tukuanza moja kwa moja kama kawaida. Mimi hapa ninaitwa Dr. Dennis. Kipendo utaniita Kukurikuntu, kipendo niite Kurutu. Yani nitakwambia nitakuwa naitika mtu wangu. I tell you that everything is good. Kila kitu kipo sawa kabisa kwa njia iliyo safi. Sijui kama mnanipata huko nje. Sijui mnanipata kweli. Right. Okay, are you getting me? Karibu sana ndani ya nyumba. Kama mnanipata nitakuwa nashukuru sana Mwenyezi Mungu. It is well and good. Karibu sana ndani ya nyumba. Kama umefika mara yako ya kwanza, subscribe. Kama umefika, watu watoka siku nyuma, watu watoka Igesonata ambao watu wawili watatu watumie salamu, waambie kwamba na wasalimia popote mnapowakilisha. Ile koti zenyu ziwakilishe vile tu kama kawaida. Tunapoenda kuingia kwenye mchada wetu wa siku hii ya leo. Anyway, hapa nasikia kila kitu kipo sawa. Napo share link kwa watu, nataka kuita watu wengine kwa show. Tukaweza tu kuanza moja kwa moja na tuone tunafikia wapi katika siku hii ya leo. Ila tu mimi hapa ni Dr. Dennis Kukurikuntu, ndio majina yangu, kipendo kiniita hivyo. Nitakuwa tu nashukuru sana ukiweza kuingia kwenye show, na pia tumia watu wawili watatu lingi waambie kwamba tushaanza show yetu ya siku hii ya leo. Tushaache mtu yote pale nje jamani. Mtu yote asipaki nje. Kila mtu akaanza kuingia ndani, tuanze tu kwa pamoja bila kusahau mtu yeyote yule. Na hapa hivi leo ni round kubwa sana katika siku ya Jumanne. Ikiwa nimeangalia chini hivi na naendelea kushare, still I'm sharing the link. And that's why sijaangalia kwa kamera, naendelea kushare link yangu hapa. Nione tufikia wapi katika mchana usiku huu wa leo. Ikiwa tu ni katika tunaposonga tu moja au tu nyingine 2 3 4 5, tuone na tunafika katika njia ipi ile na Mungu anatufikisha wapi. Hakika ametuwezesha siku hii si kwa sababu ya mapenzi yetu. Mungu yeye pekee ndiye kusudia sisi tukaweza kufika siku hii ya leo na tukaweza tukushuhudia kuona siku hii ya leo. Labda tu kwa watu wale ambao mnaingia sasa hivi ndio tunaanza, ndio mko kunarika maua, ndio nimeshafika ndani ya nyumba, ndio tumeanza. Tunafikia wapi katika program ya siku ya leo. So nikiwa nimeangalia chini hivi ninaendelea kushare link. I'm still sharing the link. Lakini kama uko ndani pia niambie kama I'm present.
Nataka kuanza kumark register, nataka kuanza kumark register kama sijamaliza kushare this link tonight. I want to start sharing the link na kuanza kumark register. So before I mark the register, you yourself just say present. When nikirudi ni kuweza tu kuweza kushare mawili matatu. Na hapa hii ni Kisi Hot TV ikiwa inawakilisha hapa na mimi mtoto wa mama na baba, mtoto wa pekee, mtoto sura personal, mtoto tu Sudanese, mtoto tu pekee yake anaitwa Kuntu, the only Kuntu, the only Kuntu. This is me here. Okay. This is the only Kuntu, the only Kuntu in town. Inakuwa nawakilisha vizuri sana. Okay, I want you to guys tukaweza tu share this link and tukaweza kuanza tu kwa pamoja katika usiku huu wetu wa leo. And meanwhile, if you are getting us loud and clear, I want to welcome you in the show. Wakilisha rekodi yako, sema kama nipo ndani na wakilisha vizuri sana. Katika nyumbani ninasalimia mtu fulani na fulani. Labda salamu zitaweza kumfikia. Kuna mtu pale anakutazama. Sawa sawa. Kuna mtu pale anakutizama na ataweza kufikisha salamu zako kwa watu wawili watatu. Nikiwa nasungumza tu hivi nasungumza kwa sababu ya kuweza kuenda kushare the link. Kisha baadaye nikimaliza kushare the link nitakuwa tu narejea kwenye mjadala wetu wa siku hii ya leo. Mjadala kubwa ponge la mjadala hapa. Na mimi ikiwa naongozwa na mimi steering wanajidanga askof. Mteule Kurutu. Anyway. Ai. Nataka kujita hapa mteule hapa Kurutu. Ati askof. Dunia ni fupi. Anyway. Hapa nataka kushare the link. So I'm coming back. Tutakuwa tunashare mawili matatu uweze kuingia kwenye show. Na tuipige nayo hadi kieleweke nayo mpaka engoli. Tujipige mpaka engoli hadi mwisho. So kama umefika ndani ya nyumba nataka kukaribisha mimi hapa nataka kushare the link. And before nikaweze kuingia kwenye mjadala kuweza kuomba maombi tukaweza kuanza katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. But meanwhile I want you to do this. I want to welcome you to the show. Ukiwa unawakilisha rekodi yako ukiwa popote pale, usiogope mtu yote ule, usiogope kitu chochote kile. Mimi nakukaribisha kwenye ndani ya nyumba kama kawaida, usiweze kuweza kuogopa. Sawa sawa. Anyway, nataka kuchukua tu hii link hivi nishamaliza kushare kwa wao watu washatosha, na wengine mkisambaza tutakuwa tumetosha kwenye mjadala ama kwenye barasa. Amuri mste barasa choreto chake. Wata nanyo mwache. It is too hot. Ingawa kuninyesha kisi kidogo tu manyunya mvua, but ingawa kuninyesha but it is getting too hot. Wacha niombe tuanze mjadala wetu wa siku hii ya leo. Kama kawaida na tutafikia wapi? Mungu mtakatifu ishe mbinguni, pokea sifa wakati huu. Tunaomba neema na fadhili na kibali kutoka kwako mtakatifu Mungu wa enzi. Tunapoenda kuanza katika mjadala wetu wa siku hii Bwana, tunaomba neema na fadhili kutoka kwako. Katuongoze Bwana, katushike mkono kwa kila jambo na kwa kila namna. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Asante kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya kibali chako. Bwana, tunaomba msamaha mahali ambapo tumekukosea hivi leo, tumekutenda dhambi, tukakuudhi sisi kama binadamu. Tunaomba msamaha, katusamehe, katuongoze kwa damu yako Yesu Kristo Bwana Mwenyezi Mungu. Asante kwa wakati huu tutapenda kuanza katika mjadala wetu wa siku, katuongoze, katushike mkono kama mtazamaji, na muombea na mwacheni mbele zako chini ya mapawa zako Bwana. Katenda makubwa, katenda makubwa Bwana Yesu Kristo. Asante kwa maana umeidiwa milele, kwa maana umetenda makuu. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen and amen. May God bless you so much. Thank you for coming kwa show. Hapa ni kwa hapa tunataka kupiga moja kwa moja. Okay. Okay. I want us to kuanza hapa. We see on where we go to. Lakini hatuna kuambia mtu wangu karibu sana, tukaweza kuipiga kwa moja baada ya nyingine. Na hapa ujue kwamba Mungu ndiye anatuongoza, Mungu ndiye anatuhifadhi kwa kila jambo.
before nipatane link, sijui kama watu washafika pale. Wacha nipatie link ya kuingia kwa show, tukaanze moja kwa moja. Na nikienda kufungua mjadala wetu wa siku hii ya leo. Mjadala unasema hivi. Ya tuko chini ya kitanda, tuko bedroom. Ndio maana tumeingia, hakikisha ngabana barali. Hakikisha kama watoto wako washalala. Sawa sawa. Hakikisha kama watoto wamefanya nini? Wamesleep. Wamesleep. Okay. Ndio maana tumeingia bedroom sasa. Mume wangu katiba yake iko chini, hajui kusoma katiba. Je, nitampa chakula ipi ndio aongeze nguvu za kiume? Yani mimi mwanamke anasema kwamba mume wake jamani, katika kusoma katiba katika ile sehemu nyingine ya kuingia kwa kitana, ndio maana tuko bedroom sasa. Yani nakuambia kwamba hawezi, mume wake hawezi, mume hawezi. Dakika 2 amelala amechoka. Sasa anyway, na hiyo tunataka kukupatia ushauri. Atatunza mume wake vipi akuwe na nguvu za kiume? Ama yani kama hizo zikikosa zipo, kama hazipo. Mimi nishapatia na link, naona pa mtu leo Titus Mudenai ananiambia kwa mark me present, already nishakumaki hiyo present, wacha nita register. Titus Mudenai, are you present? Okay, mark register with me. Kuna mtu anaitwa Gertrude Nyamari ananiambia kwamba hii ni kama kawa. Are you present Gertrude Nyamari? Ushafika? Titus Mudenai anasema kwamba mpe managu na mboga ya kunde. Hey. Na kisha anacheka. Apatiwe managu na mboga ya kunde. So maneno yako yatakuwa muhimu sana kuweza kusaidia huyu mwanamke mume wake akaweza kuongeza nguvu za kiume, kwa sababu ni kama ameteseka sana. Sasa kama mume wangu jamani, katika kusoma katiba hawezani jamani, fanya vipi watu wangu, nisaidieni. Mpatie chakula ipi? Mpatie chakula kipi sasa? Sura nao ni lakini sasa uko chini kusoma katiba. Kevo Ndiri shafika. Kevo Ndiri mark register marking, karibu sana kwenye show. Unmute your mic Kevo Ndiri. Unmute your mic. Mambo. Unmute your mic. Yes, Kevo Ndiri. Kurungunto. Keva. Kurunto. Hii jina lako bwana, unajua sijui kulitamsha. Okay. Shikilia hapo, ni kama sikupati kwenye mitambo yangu huko, lakini kwa simu nakupata vizuri. Wacha ushikilia, usiondoke. Weka hivyo nikaweza tu kushughulikia hii sauti yangu. Nione iko vipi. Hii sauti pana nayo inanitesa. Ikiamua shikilia hivyo. Anyway, karibu sana kwenye show. Nataka kuambia kwamba hapa nimepiga nao kieleweke nayo mpaka ngoli tuweze kusaidia huyu mwanamke. Mume wake yani jamani hawezani. Akiingia kwenye shamba yani ni kuhema na kuishi watu hivyo. Kukurunto. Hamna kitu anachofanya. Kukurunto vipi? Nataka kushughulikia mitambo hapa kidogo samani. Kevo Ndiri usiondoke. Wacha nitengeneze mitambo hapa, ni kama iko na shida. Ndio maana sikupati from data side. Sikupati kabisa. Okay. Sauti inanipeanga shida sometimes hivi. Na hivi inanisumbwanga, lakini naomba tu itakuwa. Naomba kwamba itakuwa. I hope it will be well. Anyway. Jamani, hii sauti jamani, mbona inanitesa. Ndio nashughulikia hapa kidogo, nione kama itanipatia hapa. Katika troubleshoot. Hii kompyuta ikiamua sasa jamani, bana inanipatia hivyo vipi hapa, na Kefa ashafika zungumze bana. What? Yes, okay.
ni mniruhusu tu nashughulikia kitu iko hapo, ni kama sauti inaweza toka pale na niweze kuwasikiza vizuri, because cha msingi hapa ni kuwasikiza nyinyi wapenzi wa watazamaji, na katika mwenyewe mimi inafaa niwasikie kama tunapatana moja kwa moja. Naona hapa kompyuta inanipeleka okay. Naendelea kushughulikia hapa nione kama itakuwa sawa. Karibu sana. Anyway, wacha nione kama itakuwa tena. Anyway. All right. Sana. Keva kwa na ngoyo se wachira. Keva? Ndio. Bado shikilia hapo. Bado jamani, vipi yani? Mimi nakupata vizuri. Shikilia hapo, tushikilia Keva, usiende. Wewe unafanyia sasa. Wewe unafanyia hapa sound check. Watu. Okay. Mimi nakupata kwa simu. Nafaa nikupate ni theater side ambayo inafaa nikupate ikiwa sawa. Usiondoke jamani. Usiondoke. Wacha nishughulike naye kidogo tu nione kama itaweza kunisaidia. Itakuwa fepe. Right. Asante sana. Jamani, mbona inanitesa hivi jamani? Yaani mbona inanitesa hivi jamani watu wangu? Fepe wana sound check. Inanitesa. Okay, karibu sana kwenye show watu wangu, mshafika. Ninajaribu tu kung'ang'ania kushughulika na nione kwamba tunakuwa sawa katika upande huu wa audio. Okay. Anyway. Okay. Right. Asante sana. Asijui mbona sauti inanitesa hivi jamani, yani wow. Okay. Ni settings za kompyuta hapa ndio zinachanganya kidogo. Alright, sawa. So nakashikilia hapo ninaendelea kuangalia. So watu karibu kwenye show hapa, mimi ni Dennis Kukurikuntu. Show pigi pap kupwa kwa watu wawili watatu. Nataka kushughulikia Nitampa hapa kidogo nione kama itakuwa sawa. Okay. All right. Okay. Mashini bwana zikaona na binadamu kiamua kukutesa. Inakutesa tu pika kabisa. Right, sana. Okay. Anyway. Keva. Naam. Shikilia hapo kidogo tu. Unajua nakupata na simu yangu, sikupati na kuna mahali nafaa kukusikiza ndio tupatane vizuri. Okay. Usiondoke jamani, usiondoke.
All right. Hali yako mitambo inatesa, lakini karibu kwenye show. Ingawa kama ndio nashughulikia mitambo hapa kidogo, naone kwamba inanifikisha wapi. Umeninyita sasa. Okay. All right. Anyway. Tajaribu kukupata, so itabidi tuendelee nikiendelea kushughulika hapa. Okay. Anyway, Keva. Naam. Naona hapa itakuwa shida kidogo kupatana na wewe kwa sababu ya hali ya kimitambo inanisumbua kidogo, lakini uniwe radhi kwa hilo. Lakini tutakuwa tunaenda pamoja Wanakisi Hot TV. Kile kitu kitakuwa sawa, nawaambia everything itakuwa sawa nikiendelea kushughulikia hii. Anyway. So okay. Karibu sana kwenye show. Hali vipi? Swali. Unaninyita sasa? Nakupata, nimekuita na kupata sasa, lakini kwa mbali. Mashini zangu ndio ziko na shida, wewe uko sawa, mashini zangu ndio ziko na shida. Karibu kwenye show, salimia watu wawili watatu, wajulie hali kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu wa siku ya leo. Karibu sana. Asante kwa nafasi na nachukua hii nafasi ya niwasalimu mashabiki wote. Salimu wewe msikilizaji hapo nashikilia. Yeah. Na watazamaji wote na wasalimu. Yeah. Yopo. Yeah. Karibu kwenye show. Naona wamesalimia watu pale, naona Beki anasema kwamba hydrate, take out, say hide no. Gali anasema kama niko ndani kama kawa baba singia bo macho geikoba. I'm watching from Saudi. Mambo sawa kabisa, sauti iko sawa na kupata sambamba. Esta nyanduko haikurutu I'm late but nimefika. Karibu sana. So karibu sana Kevin Chini kwenye mjadala. Tuanze moja kwa moja. Mjadala unasemaje kweli? Mjadala unasema hivi, mume wangu hawezani kazi, hajui kusoma. Katiba yake anasoma iko chini kabisa. Iko chini. Yeah? Hajui kusoma katiba. Mume wangu. Je, nimpatie chakula ipi? Mpatie chakula gani na kule ili akaweza kuongeza nguvu za kusoma katiba au strong vile mimi ninataka? Hala? Samahani. Hala? I think si kama nimekuelewa vile umezungumzia vitu vingine. Umesema hajui kusoma katiba, alafu hiyo nyingine katiba iko chini sana. Angeomba kusoma, angeomba chakula, yani chakula kipi utamshauri apikie mume wake aone kama nguvu zitarudi, ama nijazipe atarudisha nguvu za kiume, kwa sababu katiba imekuwa chini. Mume wake akona katiba iko chini, hata yeye hapendi hivyo. Unajua sasa sijui kama wameangalia wameenda kwa mganga, yani wameenda kwa daktari, kwa sababu huo utaweza kuta ya kwamba hakuna. Unajua hii ukiwa na ugonjwa wa sukari sometimes hiyo shida huwa inakuanga. So I think I can advise kabla ya jambo lolote waone daktari. I think ataweza kupatia advice nzuri.
Yeah, kwa sababu okay, yeah. I think daktari ataweza kuambia vizuri vile wanavyostahili kuwa kabla ya daktari. So akuwa jaribu kula hii vitu wanaita, hii inaitwa miongo. Miongo ya wanasema miongo inaongeza mambo ya libido. Na nini tena ile ingine. Daktari atamwambia zaidi vile anavyostahili kula chakula na stahili akule. Yes, it's not a big deal. Bishikilia kidogo tafadhali. Yaani sijui mbona Nitampa inanisumbua hapa, yaani sikupati mtu wangu. Okay. All right. Okay, Nitampa sijui mbona inanisumbua. Bana kusumbua hivyo leo. Hello. Yes. Unanipata? Okay, ulikuwa unasema? Kingine angalia kama wakati anaenda kusoma hiyo katiba, kabla kama anakuwa na stress. Kuwa na stress huwa inachangia. Ingine najua kitu ni tuli ubongo tu, ni kichwa tu na tuli. So mawaza weka hapo. Daktari. Okay. Mitambo inanipatia shida kidogo, muniwe radhi. Yes, bwana Kevon Chiri. Kwa hivyo haya yote nimezungumza hayakuwa yanaingia. Watu wanakupata nje lakini mimi ndio sikupati vizuri. Mimi ndio nakupata kwa umbali sana. Lakini kule nje watu wanakupata vizuri sana. Na mwenye hapo na hiyo shida kama ananipata ndio muhimu. Yeah, so ikishindikana vile nimesema aone daktari. Huwa ugonjwa utaweza changia, pengine ukuta hapo na ugonjwa wa sukari. Yeah, mapingine stress. Asiende kusoma katiba akiwa na stress, itakuwa nini? Itakuwa shida. Yeah. Leo nini yako imetuangusha bwana. Okay, yani leo mitambo inanipatia, lakini naendelea kushughulikia mitambo. Tufanye hivi. Naomba Keva, mimi sitasikia maoni yako, lazima mimi nisipate maoni yako. Ninaomba nifanye hivi. Nianze kushughulikia mitambo hapa, nione vile naweza shughulikia mitambo. Anyway, I'm here with you guys. Karibu sana kwa kuingia ndani ya Kisi Hot TV. Tuko na mjadala pigi kubwa sana, lakini mitambo inanisumbua kidogo tu. Nikileta hii kitu kidogo, tafadhali Kefa, hata wewe usiondoke. Wacha mimi nishughulikie mitambo, nisikie kwamba ikikuwa sawa na mimi ndio nipate money. Trace, karibu sana. Kila mmoja karibu sana kwa ni show. Valian, karibu sana na kuona Esther Kimnyanduko, na kuona Becky, na kuona Titus Muzenai, na kuona pale. Okay. We want to know how can we help this woman, mume wake awe na nguvu za kiume. Katiba hajui kusoma. Anafika kule oita Chini na orara ono anataka kumi kurukuru. Ataka kumi kurukuru abeke songo tara bono chiga. Amechoka. What can you tell them to add?
hata kama si yeye, kuna mwingine anapitia. Lakini ni waini, wacha nilete hii, alafu tuone vile jinsi ninaendelea kushukia sauti kidogo. Happy Mora, karibu sana. Watu wasiondoke, ila tu nataka kushughulikia hii sauti kidogo tu, narejea. Hii sauti ndio nashughulikia kidogo tu na narejea. Endelea kuenjoy na hii African melodies kwa shangwe. Nakusifu milele na milele. Kwa shangwe na kusifu ewe Bwana milele, na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Shangwe na kusifu kwa shangwe, kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, shangwe na kusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sitapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sitapata majibu yangu kuyaona. Hajui shetani muongo, asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali Bwana, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema.
kuzama kwenye maji, ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji, ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji, ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji, ananipenda, yeye ni mwema. Wewe ndiwe, mfalme mkuu. Wewe ndiwe, mfalme mkuu. Wewe ndiwe, mfalme mkuu. Wewe ndiwe, mfalme mkuu. Nilikuwa nimekosa tumaini maishani, lakini Yesu akaniokoa. Nilikuwa nianguke, nipotee, lakini Yesu akaniokoa. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Wema wako Bwana hauna kipimo. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Nguvu zako Bwana hazina kipimo. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe mfalme mkuu.
wajua kunichekesha. Hawe Mungu wa amani yangu, wajua kunipa amani na kweli. Mungu wa imani yangu, wajua kulinda wokovu wangu. Kwa yale yote umetenda, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani. Bwana, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Anyway, ni kama sound check inanipea shida kidogo. Karibu sana kwenye show. Kama kawaida, shikilia papo hapo. Karibu sana ndani ya nyumba. Mimi niko hapa tu nikurutu kama kawaida. Respa na kuona karibu sana ndani ya nyumba. Karibu sana. Nilikuwa natafuta kipenzi cha maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Marafiki wangu wote wamenikimbia. Jehova nisi nalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Mateso mengi, shida mingi zimenisonga. Jehova nisi nalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara neno lako.
uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Alright. Anyway, nipe uwezo wa kusimama na neno lako. Wanaitwa kama African Melody Band. Nimeshughulika hapa na mitambo risari mzima pana. Napigana hapa na mitambo kwani vipi jamani. Anyway, karibu sana kwenye show kama kawaida ndani ya Kisi Hot TV. Sijui kama Kevin Chini ulipiga ndani ya miti bana. Anyway, I'm trying kuweza kurekebisha mitambo hapa. Nione kwamba naifikia kwa njia iliyo vipi, ila tunakwambia kwamba karibu sana kwenye show kama kawaida. Hapa mimi ninawakilisha kwa njia iliyo safi kama kawaida. Okay? Nawakilisha kama kawaida. Nione kwamba nafikia wapi. Anyway, hii ndani ya Kisi Hot TV tunaona kwamba tunafikia njia EP. Mitambo hapa leo yani hainipatii raha bana. Anyway, hapa kuna mama amekuja apate usaidizi kwa sababu ya mume wake. Katiba bana hawezani, Katiba ako chini sana. Hawezani na kusoma Katiba. Hawezani mume wake, Katiba imekuwa ngumu kusoma. Yaani anapack drasperi azitoki bana. Anauliza jamani, huyu mume wangu sasa nifanya aje? What can I do? Nitafanya aje sasa? Nitafanya aje ili nikaweza kusaidia nijisaidie mimi mwenyewe? Kwa sababu mume wangu unaona hapa yani nguvu ako chini, hawezani Katiba, hawezani bana, hawezani kabisa. Mume wangu hawezani kabisa, hii kazi imemkalia ngumu. Ni kuna mume gume tu kwa nyumba. Kazi nimempatia chakula pia at least kama angalau atanisaidia at least na mimi niweze kuridhika. So karibu kwenye show kama kawaida. Nimeona pale watu shafika. Niko na shughulikia hapa katika mitambo yangu, naona kama inaniletea shida, lakini acha tu nikupatie link hapa. Live and direct link ndio iko hapa. Wote mshauri vipi? Kurispa waro awasanga hapa gani mbu ya mole. Karibu sana wageni. Ongeta Wilfred abageni wakira abo, karibu sana Ongeta Wilfred, karibu sana Murahapi, karibu sana Tracy, umepotea sana, karibu sana Velani, karibu sana Esther Nyanduko, Beki, karibu sana Tete Smudenai, Gertrude Nyamari, karibu sana kwenye show. Mitambo ilikuwa inanisumbua lakini naona tu kwamba wacha tukapiga show hivyo na tuone itatufikisha wapi. Zakari Nyabuto Kokorikundu Mr. Dan alienda wapi? Karibu sana Zakari Nyabuto. Iko kama kawaida, inawakilisha kwa njia iliyo safi. Mimi hapa ninawakilisha kwa njia iliyo safi. Karibu sana. Anyway, how can we help this situation? How can we help this this mom? Tutamsaidia aje tafadhali? Yaani mume Katiba pale, ndio maana tumesema leo tuko bedroom. Bedroom unajua niko kule kwa kitanda, mahali watu wanalalanga. Bedroom ni mahali watu wanalalanga, hapo ndio tupo sasa. Okay? That's where we are. We want to talk the truth. Huyu mwanamke atasaidiaje mume wake aongeze nguvu za kiume? Ataongeza vipi nguvu za kiume? At least na yeye afurahi. Ile time mwingine ikifika wakati wengine wanafurahi munju. Wakisema munju raha murwa na yeye amefurahi sana. Okay. Anyway,
Naweza kung'ang'ana hapa nione kama kila kitu inakuja kwa njia iliyo safi. But mimi wairi wacha nirudi hapa. Sijaona nani Modesta Mauti. Umepotea. Hey! Anasema kwamba Zaka jibu swali ako wapi za wapi ndani yako. Modesta Mauti haiko kurikunto hi to you. Thank you very much. Zaka Nyabuto. Dani Keriga yupo. Dani ako. Anyway, Dani yako ako off kidogo na anakuja. Unajua watu lazima wenange off. Wapumzike kidogo ndio warudi. Dani ako off anarudi. Sawa. Now, nataka kuwakaribisha nyinyi nyote, njoo hapa tupige moja kwa moja, tufikie kwamba tunafikia wapi kwenye show ya siku hii ya leo. Ndio tumeanza sasa. Mitambo ilikuwa inanisumbua, nimepatia na linki pale. Ni saa 6 dakika 4 Afrika Mashariki. Nakwambia kwamba ni raha muro kabisa. Yaani sijui sasa. Sometimes wakati niliuliza huyu mama mume wako, yaani ni vipi unasema kwamba Katiba hawezi? Kitambo alikuwa anaweza. Aliniambia hivi. Kwanza si mama, nizitumie jina lipi sasa? Ni mama msichana. Sasa ndio temperature iko juu. Sasa this mama msichana alikuwa Gulf. Hakuwa ameoleka. Baada ya kurudi hapa kwetu, wale tunakula ugali na sukuma, alikuwa na dress pair. Kwa huyu jamaa ni walikuwa wanaongea naye kwa mtandao vizuri sana. Walikuwa wanaongea kwa mtandao vizuri sana. Wanaongea vizuri sana kwa mtandao. Sasa akamchukua kwa airport, ndio wakaenda kwa room wa kulala usiku. Jamaa kwenda kusoma pale Katiba, huyu mama msichana. Kumbe siku zake zilikuwa hatarini, akashika mimba. Pata kushika mimba, of course usiku aliona kwamba jamaa sasa hajiwezi, Katiba hawezi. Ama ni mimi ni vile niko na dress pair ndio namsumbua, tu nivumilie nione kama atapadirisha the next day. So akona bole huyu jamaa, wamezaa mtoto, lakini ameshinda amedai kuvumilia bana. Vile alikuwa amezoea kitambo, hata before ende Katiba ilikuwa mwenye alikuwa naye, Katiba alikuwa anasoma vizuri. Lakini sasa mwenye sasa amemuoa na akona mtoto wake bana. Katiba isomeki bana. Katiba isomeki. Anaachiwa tu na anapaki tu na dress pair, anasema hata afadhali akae hivyo. That's what she's asking. Ni shida, ni ugonjwa ama ni chakula? Ama ndio nauliza, tafadhali tumsaidie ni chakula zipi? Ama ni kipi anaweza mfanyia mume wake akaweza kuongeza kidogo? Angarao kidogo. Mimi nilimwambia aenda ajaribu nje kidogo. Aenda ajaribu mtu kama nani. Tuone kama hali itakuwa vipi. Valiani anasema kwamba hiyo kwa haya iko sawa kabisa. Niseme mume mwenye ana nguvu za kiume. Kuna vitu vingi vinajangia. Sasa kutokuwa na furaha wake wengi. Kukura, ugonjwa and etc. So angalia hivyo uone ni nini. Valian, maoni yake. Wewe maoni yako ni yapi? Saa 6 dakika ni 7 Afrika Mashariki, leo tarehe 15 mwezi wa 9 2021. Zaka Nyabuto, asante siku mingi bila kumuona. Bila kuona Dani yatarejea. Siku very soon atakuwa anarejea. Ni kwenye show na tunaona tunafika hadi wapi. Nilikuwa hapa na mtu alikuwa anaitwa Keva alikuwa anazungumza. Mitambo yangu ilikuwa imerudi, lakini sasa sijui kama iko sawa. But link iko hapo chini. Modesta, waenda guidance and counseling, mambo itakuwa sawa. So wafanyie guidance and counseling. What can you guide them? What can you counsel them? I Modesta. Ngora batebye. Wasao tete ko kwana bono nga ko kwana ona chiti respect ko koimokera sai. By the way, what can you say this woman?
what can she do so that naye aridhike aseme kwamba kuna mume. Mimi nilimwambia wewe ukiona mume wako agutiringera ko mirebi nyambi, amka pole pole, jaribu mtu mwingine pale nje. Honorable Simba, Alex Simba anasema kwamba ndio kuingia karibu sana. How can we help the situation? Anavaa kukula chakula zipi? Anafaa amtunze vipi? So unaona tunasalamu mwanaume hapa tupate mwanamke katiba yake ndio mbaya, kitabu kimeraruka, makaratasi hayapo, kimenyeshewa, kimelowa maji. Sasa we don't know part. Kwa sababu mwanamke ndiye amekuja wa kwanza. Tufanye hivi. Tupatie ushauri jinsi gani ataweza kusaidika, ndio tuone kwamba atafurahia katika ndoa yake. Unajua mwanamke anakuambia kwamba kwetu nilikuwa na kitanda, kwetu nilikuwa na chakula, kwetu nilikuwa na kila kitu. So nilitoka pale nikakuja kwenyu nione kwamba nikuja kupata kitu inaitwa valiani, mayai, chungu, jugu, mahindi, biscuit na kiss cha juu. Hey. Kwani kiss kinaongezanga katiba? Valiant, kiss. Hey. Furaha ijaye kabisa, maziwa pira maji. Hey, ati maziwa pira maji. I'm trying to kuona kwamba tunafika kwa njia hiyo vipi. Karibu sana kwenye show. Pigi pap kubwa nishaachilia linki pale kitambo sana, watu wachukue linki wengine kwenye show. Katika 1 hadi 2 3 4 tuone kama tutafikia wapi. Ukiwa unapatia maoni yako 1 2 3, linki iko pale. Chukua hiyo linki ifika hapa ndani, patia maoni yako, shauri huyu mwanamke atashughulikia vipi mume wake. Najua kuna watu wengi pale wanasumbuka, sio peke yake, afadhali ashafika hapa. Lakini kwa sababu ya kuja hapa, kuna baadhi ya watu ambao watakuwa wanasaidia watu wengine kule nje. Kuna baadhi ya watu pale ambao kuna tatizo kama hili, wanasumbuka, wanasema kwamba yani mimi naishi na mume wangu. Yani hata ile mmoja hawezani, analala tu. Unajua kwa analala, akitoka hapo juu usingizi inamshika. Pop. Okay. What can you just tell this guy? Utamwambia vipi jamani? Alright? Ni kwenye show naona Mama G for General na Otonyirima ako hapa. Mama G for General. Tawangu. Mbiyande na kikwa kiboira go bukete barose boirete. Boirete wakire. Obe. Okay, usingia sinya na chineva. Karibu sana kwenye show. Salimia watu watatu tupatie maoni yako. Okay, na wasalimia wote wenye wako hapo comment section wote, kila mtu. Yes, by the way na so ile igana munyokire bwangu ndebwatera nirindabingo bwangu akwa nange topic ya rero bwangu so kikisingia sinya pike gusingia ngakeranse siorori. Kuna mwanamke hapa anasema kwamba mume wake katiba hawezani, katiba kusoma hawezani. Yani iko chini vile yani hakuwa anatarajia. Iko chini mbali sana. Anaomba ushauri na chakula zipi anaweza patia mume wake angalau one kwamba nguvu zinaweza kurejea. Okay, sasa wacha tuanze kitambo venye walioana alikuwa vizuri. Anasema kwamba huyu amekuwa nje ya nchi. Walikuwa wanaongea kwa mtandao, unaona? Sasa wewe kurudi kutoka pale nje ya nchi, wakapatana airport, wakaenda pale katika rooms wakalala, bahati mbaya akampatia mimba. Sasa vile mpatia mimba akaona hawezi toa. Na hiyo time walikuwa kwa hiyo kwenye rooms. Yani mwanamume alikuwa chini bado, lakini sasa ilisema kwamba maybe ni dress peri niko nazo ndio zinanipeleka hivi, naweza peleka mwanamume wa wenyewe nione kwamba fanya kitu ni juu ya dress peri ya miaka 2. Waacha nione nivumilie. Sasa baada ya kupachikwa mimba, kila mtu alikuja akaenda zake. Ile time kuelekea kuzaa ndio tena wakarudiana pamoja. Sasa imekuwa ngumu, amezaa
wameishi kama pipi na bwana, kisa sasa shida imekuwa pale mume hawezani Katiba kabisa, hawezani. Okay. Hebu nikuulize, hiyo ni first time walikutana na huyo mwanaume? Walilala hapo kwa hoteli, hiyo ni first time walikutana wakalala ama walikuwa wanalala kwa mara ya kwanza kabisa walikuwa na date kwa mtandao, mapenzi ya online. Wakapatana mara ya kwanza na kulala kengima. Okay, ni sawa. Wacha mimi niwaambie hivi. Mara ya kwanza mwanaume yoyote hata mwanamke yoyote mara ya kwanza inakuanga na uoga. Let me tell you. You don't know this person. Umjui, yani mmekutana tu mkalala, si ndio? Yes. Unaweza pata 50-50. Unaweza kuwa satisfied ama usikuwe satisfied. Na hiyo wewe mwenyewe ukiangalia unaweza sema huyu maybe mwanaume ni uoga ako nayo sababu hajakuzoea, hatujazoeana. Alafu akupea mimba first day mlikutana na yeye akaenda kivyake, si ndio? Sasa amchajaribu tena. Jaribu tena. Ngoja nimteli huko kurukuntu. Hiyo tendo la ndoa lazima muongee, ni communication. Lazima mcommunicate. Lazima mwanamke useme mahali mumeo anakuguza ndio hata wewe umwage kama wanawake wengine ama utosheke. Wacha kutarajiti unataka kijana wenyewe aanze kutafuta G-spot na ajui mahali inapatikana. Venye niko hivi najua mahali G-spot yangu iko. Lazima sasa niambie huyu bwana yangu sasa hapa ukiniguza hivi lazima sasa, yani ni communication. You are dating someone who is mature. Lazima umuongelesha. Hata wewe ukiwa na girlfriend namwambia babe mimi ni hivi. Wacha kungojea eti mtu aanze kutafuta, unaanza kutafuta, utatafuta mpaka saa ngapi? Utatosheka saa ngapi? Unamwambia mwanaume au mwanamke mahali anakugusa ndio ana concentrate. Aguse hapo ndio utosheke na wewe mwage. Unaona? Alafu kitu ya maybe huyo mwanaume ako na stress, hata anaogopa. Unajua kuna wanaume wenye wanaangalia mwanamke hivyo wanasema, "Ui, ninje mwisaneki nitamtoshelesha kweli?" Si ndio? Unajua siku hizi wanawake wako na nini matarajio mingi, kwa hiyo tendo la ndoa sex sana. Unapata mwanamke anasema mimi nataka mwanaume mwenye ananilima raundi 10, raundi 5. Let me tell you guys. Wakati umeolewa ama wakati kuna mpenzi wako mwenye unapenda, hakuna kuhesabu. Hiyo si sex, mnafanya mapenzi. Kwani mapenzi na kuhesabu ni vitu tofauti? Vitu tofauti. Mtu mwenye anahesabu ni maraya. Unanielewa? Mtu mwenye anahesabu, yes. Mtu mwenye anahesabu raundi, unaweza hesabia bibi yako ni raundi 1, 2, 3. Hiyo ni nini? Si ndio unajua umeenda ngapi? Kwa nini unajua umeenda ngapi? Wewe make sure umetosheka period. Na wacha niambie huyo msichana, mwanaume kumwaga haraka haimaanishi eti hana nguvu za kiume. Unajua kuna kitu inaweza kuwa tamu. Unajua kitu ikikuwa tamu inakuwa aje? Unapata tu umemwaga mate already. Unaweza koni. So huyo mwanamke apee huyo jamaa time. Aongee na yeye, maybe akona stress. Unajua mwanaume akiwa na stress lazima afanye nini? Nguvu zimuishie. Kitu ya pili, kama ni chakula zimekosha, mpe attention, aongee na yeye, ampe mapenzi. Ndio anauliza. Anataka kujaribu kutoka kwa chakula. Ataanza na chakula zipi? Kitu ya kwanza apike tu uchi ya wimbi yetu ya huko kwetu Kisii. Ampikie mandizi, kaugali hivi na chinsaga. Yes, alafu jaribu anyway, hata kama ni jikoni jaribu hiyo kitu. Alafu mwanamke hata wakifanya kamoja appreciate, mwambie babe leo tumejaribu. Unajua nilimuuliza hivi. Aliniambia
akisoma Katiba mara moja kutoka hapo sasa karamu inalala hata ajaribu kuamsha vipi itachukua 8 hours kuamka. 8 hours. Huyo mwanaume ako sawa? Ako na stress gani? Because maybe sasa hapo si yuko mimi. Sasa wacha anze amwanzishe na Chakula alafu ongee na yeye alafu atosheke tu. Kama sana anampenda, unajua sex hizi ikakutorokesha then sio tuende kwingine. Mbona wanatafuta mpango wa kando si hiyo tu? Hapana, hata uwezi tafuta. Wacha ni kwamba anampenda ya ukweli. They can try. Mwanaume anaweza tumia njia yoyote ili aone huyo mwanamke ametosheka. Kitu muhimu ni muongee, communication. How do you communicate in the house? Alimwambia eti unajua kuna maybe tena venye mwanamke alimwambia direct eti utosheki, eti sijatosheka. Unajua kuna wanawake wenye wapo hata getiara yani uboiro list. Yani tini sana geti. Yani hata wewe ukiambiwa hivyo tena utatamani huyo mwanamke kweli? Watu wajue njia ya kuambia mpenzi wao hajatosheka. Yes, ukiambia mpenzi wako hujatosheka, hapo sasa watu watafanya nini? Watajua tu, watasema huyu mpenzi wako atajua tu wacha tujaribu tena. Unajua majaribu. Si lazima utifike kwa kitanda, wacha kungoja mzee akuitisha, hata wewe muitishe anytime mkiwa tu. You see what the reaction will be. Whatever you will do, hata kama ni 5 minutes, appreciate. Tell the guy that you have done a good job. Yaani wewe wanaweke kama wewe waliendanga wapi by the way? Unaona, so that mwanamke mwanaume ukimwambia wanaume wanataka kuappreciate. Ukimappreciate hivyo siku moja 2 3 utapata ameanza kuongeza madakika. Unapata kitu ya muhimu, do you love this guy? Mnapendana? Do you feel him? Yes. Yes, sex eti sasa unachimbwa na nyimbo kubwa, unachimbwa. Kwanza hiyo yenye unachimbwa unaachiwa majirani ndio watu wanataka. Unachimba na nini? Unachimba na majirani, unachimba mpaka unaachwa tu kama mtaro tu. Hapana, watu anza kumappreciate tu. Mwambie babe, today we did a good job. Yani kitu ya muhimu, how do you feel about this guy? Do you love him? Are you connected? Unajua uwezi niambie tu unataka mtu mwenye anajua sex. Mimi kama mama G sitaki mtu I don't care who will marry me because I know that hata kama hajui ni sawa, tutajifunza because ni nani angemfunza? Unaona? Ni nani angemfunza? Sasa mimi ndio naenda huko na full force. Na siendi huko nianze kuongoja niitishwe. Ninakuwa active. Let him know that I'm there with him. Yes, so that whenever we do anything, hata kama ni 5 minutes natosheka. Yes. Sasa hapa ndio sitasikia ukimwambia umesema kunywa uji nitoke. Awache kukula chapati. Chakula zake. Awache kukula chapati na chai slice ya mkate kipande moja. Mkate achana nayo, afadhali wakule na hiyo viazi tamu kama rabuoni hivi, kitu kama hiyo. Mihogo kama ako ushago. Hizi mboga za kienyeji ni mzuri. Alafu aongee na yeye kwanza, maybe mzee ako na stress. Na unajua wasichana wenye wametoka Gulf wanalinganga eti wao wenye wako na pesa, maybe mzee anaogopa. Ati wanalinga tena, unawatusi. Wanalinganga maybe mzee anaogopa, anaweza mtoroka. Sasa nitamtoshelesha kweli? Ama anaona pesa, ama anaona mimi ni maskini, ama anaona mimi sijui. Kuna vitu mingi zinaendanga kwa kichwa ya mwanaume. So naomba huyo mwanadada amuulize huyo mwanaume, aongee na yeye
kiukina na alifanya makosa sana kulala na huyo mwanaume immediately. Sasa ni Dressper. Dressper ndio ilifanya hivyo. Ni Dressper si yeye, Dressper. Sasa basi hiyo Dressper venye alikimbisha mbio si alikuwa disappointed. Okay. Yes, alikuwa disappointed. Let me tell you. Mimi naambia kwanza wasichana wenye wako Gulf, hata kama uko na boyfriend mwenye mmedate online, usiende mbio mtu aende kupeleka kwa lodging aanze kukulalisha. Enda kwenu. Kama umemanage 2 years Gulf, kwa nini usimanage 1 week kwenu ukipumzika? Si wanaona wanaume wana melt. Una melt aje sasa? Wana melt tu. Hapana, sasa hata hapo imagine akona pahali sana kupewa ukimwi. Eti na mtu immediately alafu unapata uko na mimba. Ashukuru Mungu sana. Kwani wengine wanakuanga na ukimwi? Wengine wanakuanga na ukimwi? Nasema ashukuru Mungu alipewa mimba si ugonjwa, sababu hawakuenda kupimwa, walienda tu direct wakarudishana. Ni juu yao, hiyo ni yao. Alright. Date someone, ongea na yeye, kutana na yeye siku 1, 2, 3 so that mkuwe familia. Ndio sasa hata mkienda hiyo game unachua chenye uko nayo. At least mufanye jokes hizo date 2 hivi mfanye jokes. At least akuguze, ndio sasa next time mkigusana sasa hizo vitu zenyewe zikigusana at least. Yaani unasema mara ya kwanza wapatane bila kufanya anything, wagusane tu wasalimiane, wacheke, wacheze, waende. Yes, of course. Hakuna kudanganya watu hapo wewe. Dennis, let me tell you something. Kuna watu wana date hata hawafanyi tendo la ndoa mpaka wanaoana. Do you know that? Wako wapi? Hii Kenya? Yeah? Hii Kenya yes. Wako? Yes, wako. Itafute mmoja. So, what the only thing, unajua ni watu wenye wako machua. Sasa wewe ni nini uchaona kwa hii maisha? Ni shimo. Okay. Umeona shimo mingi na yeye ameona miti mingi. So, kama tunataka kuchuana tuchuane tu, itafika wakati utapewa hiyo kitu ikushinde. Yes, so mimi naambia huyu mwanadada aongee na mume wake. Na asijaribu kutoka huko eti sasa awezani na kazi. Ataenda apate mwenye anamlima na hakuna chenye anamsaidia. Okay. Yes. Yeah, nataka alimwe tu miti. Kuna fuck boys hapa nje, mtu anakuwekelea mti mpaka unashindwa kutembea na kukusaidia anything, mpaka suruali unafaa inararuka. Wacha akae na mtu wake mwenye amepata, amuongereshe, amupikie, amuonyeshe mapenzi, hiyo kazi itakuwa sawa. Waende mpaka hospitali apimwe aone kama ni shida gani. Kitu ni kuongea kwa hiyo nyumba. Hebu tusikie wengine wanasema nini. Alright, sana. Kuna mtu anaitwa Happy Morara. Happy Morara anasema kwamba maybe huyo mwanamke ni yeye hasherekei hiyo time analala kama gogo. Na before waanze lazima kuwe na romance. Sio mwanaume ukitaka unamwambia geuka bila kuweka mawazo. Geuka tu hivi. Tena hivyo. Valiant. Yeah, they know. Iko hivyo. Kama hakuna ugonjwa, Chakula akule vizuri, atarudiza nguvu zake za kiume. Valiant. Makofi kwa huyo dada kabisa. Makofi kwa huyo dada kabisa. Yaani, sasa hapo mami. Ato umemaliza sister. Akule vizuri hata kuna madawa. Na kama kuna madharau yatafanya nini? Yatasababiza hiyo itokee. Okay, hiyo inaitwa Valiant. Rispa Gwaro otonyile Rispa Gwaro, jambo. Fit sana. How are you? I'm fine. Mimi pia niko poa. Nimefurahi kufika hapa. Yes. Sasa Mama G anatoroka akienda wapi?
ita yeye, mwambie unataka ukienda wapi, lazima upingane na yeye, mwambie sivyo. Yani wewe na Mama G for general kamera yani mwezi tuwekea pi. Kamera nayo chira mwaliete. Akimi. Usiuliona vile network ilinisumbua kwanza jana. Mi mambo na videos. Anyway, Niachana nazo karibu kwenye kitambo. show. Karibu kwenye show. Asante, nimeshukuru. Sasa hapa nimeona ulikuwa unasema aje, hebu nigusie kidogo. Hapa sasa huyu mama, kuna mama ameleta kesi hapa. Anasema kwamba mume wake jamani hawezani. Mume hawezani Katiba, hawezani kusoma Katiba, akisoma anasoma kwa chini hata atosheki. Ndiye anauliza atafanya vipi mume aongeze nguvu za kiume, atampatia chakula hivi aone kama nguvu zitarejea, angalau ndiye akaanza kuridhika. Unajua yeye ametoka tu choose, ametoka tu Gulf. Wakapatana. Mara ya kwanza na kupatikwa na kupajikwa mimba. Fast. Hebu nikuulize. Wakati walioana alikuwa vizuri ama amefika katikati sasa Katiba imekataa kusomeka ama ndio sasa wanaanza? No. Iko hivi. Hawa walikuwa na date kwa online, mtandao, Facebook, mpenzi, mami, sweetheart. And then msichana kapatika alikuwa anakuja kutoka mahali alikuwa anafanya kazi nje. Kijana kaenda kumlaki pale katika uwanja wa ndege. Pale uwanja wa ndege hawakukuja nyumbani, walilala kwa vyumba vya kukodiza pale Nairobi. Wakasoma Katiba usiku, huyu msichana akashika mimba. Wao wakikuja kufika hapa Kisii, kila mtu akaenda zake. Msichana kuja kurealize ako na mimba. Akaona yesi toa kwa sababu kijana wanazungumza bado wanaongea. Yote mwakiwa pale katika rooms bado msichana anasema kwamba huyu kijana ni ako chini, lakini kwa sababu msichana anasema kwamba maybe mimi juu niko na dress pair ya miaka miwili, so naweza pata mimi ndio maana sitosheki, so najua dress pair zikisha I'll be well. Okay, so the guy after kufika nyumbani wanazungumza wao wanapatana tena. But after sasa msichana alikuwa karibu kuzaa, aliamua sasa kurudi kwenda kutafuta kijana waishi pamoja, wakaoana. Amezaa. Lakini sasa imekuwa wasi sasa, iko sasa sasa ni ile shida. Ile ya kushinda kusoma Katiba, mtu anafika pale juu anaanza kumwaga mate, anachoka chini ndende chigo itakakuchinse mara amerara sasa. Ayeseka bantu bakolera. Tigeraho akia yo komende chumi. Ya. Mi ile kitu sasa huyu mwanamke wakati unajua wacha pambane na hali yake first. Na kwa sababu alikuwa na urafi. Siku ya kwanza walikutana alikuanga na urafi, ndio maana akachagua kitu yenye si bora kwake. Unaona? First umekutana na mtu the first day. Ujue hali yake, na wewe pia unaenda unalala na yeye bila protection. Ujaenda upimwe na huyu mtu ujue ako na shida gani, ako aje in bed, ujajua uzuri wake umeuona. Sasa wacha nikuulize. Ujamsoma tabia yake. Respa. Kuwa inipedi lazima upime mtu hospitali ujue kwamba inipedi ako sawa ama yuko sawa. Si no hospitali. Sasa uniambie nitoka hapa Kukurukuntu, nifike hata kama niko na shida ya hiyo kitu for wrong, nienda kuenjoy bila protection. Na huyu mtu sijui, unajua yeye ako free country. Mimi ninachijua vizuri, niko hapa, sina mtu wa kunigusa kama huko Kenya. Sasa yeye maybe alikuwa anatembea huko na huko, ama alikuwa ameoa hapo kitambo, sijui. You can't trust someone mwenye ako free country, unaona? So hata yeye mwenyewe mimi nitamwambia hata mimi huwezi ni trust, kwa sababu huwezi jua huko mahali nimetoka nilikuwa ninakaa aje, unaona? We have to go to the hospital tupimwe kwanza, kama inabidi sana. Unajua ile hamu yenye uko nayo lazima utumie protection first day,
then the second day muende OC, mupimwe, mujue hali yenu nyinyi wote. Sasa hapo unajua utakuwa umejua rada ni gani huko kwa pedi, unaona? Yes. Sasa utakuwa umejua huyu mtu the more mnaendelea kukaa day by day unaendelea kumsoma. Sasa yeye juu ya hiyo urafi yake akasika mimba. Sasa wacha pamba amvumilie, amuongereshe, amwambie babe, you know nakupenda sana, na kama anampenda asiseme hivyo juu unajua pia hizi vitu ni unaweka mafikirio huko. You can do something kama akili yako iko mbali. Wacha ajaribu kuangalia kama mume wake maybe ako na stress mingi, maybe kuna food yenye apati, maybe ako na shida aende OC. Ajaribu kukaa chini amwambie, asimdanganye, sijaribu tu kuongea huko nje, lakini yeye mwenyewe hawachafanya ka meeting wao peke yao, amwambie please my dear, shida iko hapa. Kukurukundu, unajua shida tunakuanga nayo sisi kama wanawake ama wanaume, atuambiani ukweli mambo ya bed, atuambiani ukweli. Mkiwa mumerara na mtu hapa, enyewe kama mtu amefanya kazi poa, mshukuru, mwambie asante na umwambie uko sawa kabisa, unaona? Na labda unaweza pata huyu mwanaume maybe alikuwa amezoea kutumia maybe madawa ya kulevya. Sasa alikuwa amezoea hizo vitu ndio achachise hiyo kitu. Unajua vile unajizoeza ndivyo sasa unachimaliza nguvu peke yako. Unaona? You never know huyu mtu alikuwa anatumia nini ndio akaribu nguvu zake za kiume. So hapa anafaa waone daktari, wakae chini waongee na yeye vizuri. Waende OC waulize advice kutoka kwa daktari. Kama ni food yenye ampei poa, manze ama nyabwali nerongolia balinga sikibiko kora. Emioge gochigaiga okorageria kiseke igote, unapikia mume wako vizuri, unampea balanced diet. Kama ujui balanced diet, siku hizi kuna vitabu zinauzwa, uko na menu ya food. Your daily menu uko nayo hapo. Unapanga vile unapikia mume wako chakula. Pia kuna madawa ya kutibu hizo vitu. Kama ni chemicals zimejaa kwa mwili, sisi ni binadamu. Na kitu kingine asiendelee kufikiria mume wake vibaya, ama aendelee juu huyu akiwa na stress na huyu pia akiwa na stress ampatani. Sasa unajua hapa hata mmoja hawezi, maybe unaweza pata mmoja anaenjoy na mwingine atosheki. Si unaona sasa hapa ni shida. Lazima mulete mafikirio pamoja, muandaane pamoja, muwe mnacheza pamoja. Uwe unamsoea. Unajua huyu mtu amjakaa na yeye hujamsoea, hujajua uzuri wake na ubaya wake. Sasa hapa you have to run. Like uko kwa class, you have to concentrate. Hii game itakangi ufikirie usituke ukifikiria mashida zenye umepitia, ukifikiria vitu zingine huko na huko. Hizi vitu zinataka mnaleta mawazo pamoja, mnaweka kuchu ya mesa, shida zenu mnaweka kando kwanza, mnalima, mkimaliza ndio mnarudi kuambiana mashida zenu zenye mko nazo. Now you have to understand each other. Kama mnapendana, isiwe kwamba huyu mtu alikupenda kwa sababu ya kitu fulani. Hapana. If you love someone the way he is or the way she is, you will just unamuona tu unashipa na yeye. Unajua kuna yule mtu ukimwangalia tu unajipata tu kuna furaha, hata kama ulikuwa na mashida unacheka tu. Someone who will put a smile on your face day and night. Unaona, unasema tu kama si mke wangu ama kama sio mume wangu, at least singe smile. Hata kama niko na mashida, ukifikiria ile upendo mko nayo, you have something to smile at. You see? Na sasa mtoto amewaleta pamoja. Asirigireti kufanya hivyo juu yeye ndio alichingiza kwa hiyo shida. Sasa wacha avumilie, amwambie ukweli, waambiane. Na kama alikuwa unajua mkiongea na mtu day by day, kama sisi wanawake ni haraka kusoma mtu. Kama if you are intelligent and you are really true, you want to stay in that marriage, if you want to stick with your marriage, you have to you concentrate, unaweka akili yako yote huko,
usome huyu mtu ni genuine au la. Huyu mtu ako na mawazo gani, ako na shida gani, anafunguka kutoka kwa moyo. Wacha amkalishe chini, amwambie shida zote zenye ako nayo. Akimwambia pia huyu ampie moyo, ajaribu yani wanarekebisha one by one, step by step. Utapata huyo mwanaume amekuwa sawa by the way. Na ikipatikana kama sio mambo na stress na nini, anaweza kuwa ni ako na ugonjwa maybe, anaweza kwenda kwa daktari. Wakiona daktari atawapatia advice na mtibu vizuri na atakuwa sawa. So asijaribu tu. Unajua peace of mind is something good in marriage. If you have peace of mind, you have everything you need. And you have to work on your marriage. Kama unaona Bible inatuambia mwanamke ndio anapomoa nyumba yake na mikono yake miwili. Na yeye ndio anachenga nyumba yake na mikono yake miwili. Usiposhikilia huyu mume wako, unajua wanaume ni kama our first bonds. We have to take care of them. We have to look at them. Unajua wanaume wanafichanga mambo mingi by the way. And if you want your husband to be close to you and tell you everything, kitu yoyote yenye ameficha, hata pesa anaona tu hakuna haja kufiche. Kila kitu analeta, anaweka juu ya meza. Try to be good at him. Try to trust him na ujaribu kumpeleka polepole. Si ati unampeleka tu kiwasimu. Unapunguza sukari, unamwambia ukweli na unajaribu kufika karibu na yeye akwambie shida zenye anapitia. Unaona? Right. Unaweza pata akona mashida zenye alipitia, anashindwa vile anakuambia. Unajua mtu anaweza kuwa akona shida lakini anashindwa, sasa huyu nikimwambia maybe atanitoroka, maybe nilipitia au haya na haya, nikimwambia atanikataa ama atanichukia, vitu kama hizo. Pia wanaume wanapitianga shida mingi, ni vile tu hawapendi kuongea. Okay. John Joe, welcome. Asante sana. Kuna mtu anaitwa AWS Kukuru, yani miaka miwili eti dress peri. Watu wako na tabia mbaya. Sisi wengine tuko na miaka 10. Imagine, haki tamaa mbaya kabisa. AWS wacha kaange mahindi akure. Titus Mutenai point noted. Salis we nis Nyakangi. How are you guys? Titus Mutenai ati Nyakangi fine. Karibu sana kwenye show. Chonjo, karibu kwenye show. Network imekutoa hapa ama vipi? Anyway, penzi mtazamaji, maoni yako ni yapi katika siku hii ya leo? What can you tell this guy, this woman? Akule nini? Awachane na nini? Ndani ya Kisi Hot TV inawaka ikiwakilisha vizuri sana kama kawaida. Ndani ya nyuma mimi hapa tu ni mtoto wa mama na baba, kukurikuntu kurutu nimejaja. Inawakilisha kwa njia ndio safi kabisa, na kuambia kwamba kila kitu kipo shwari. Tuko katika bedroom. Hapa tuko bedroom na tufichi kila kitu, atufichi. Tunazungumza vitu za bedroom, tunaambiana ukweli. Watu wachanuke pale bedroom, wote vile ambao wanafanya mambo ya bedroom wasianze kulalamika. Ndio maana tuko hapa, na mimi hapa leo ni daktari na ni askofu, tunasaidiana mambo ya bedroom, watu wakuwe sawa Rispa. Yeah. Kabisa. Abana wote kwa italinda in the bedroom. Huyo Jonjo amepotea network. Mimi network chana ilinisumbua, nikasikia vibaya sana, lakini anyway. Hawa kina Esther Nyanduko wako wapi? Nitawatafuta na vipoko. Titus Mutenai, utaniona na vipoko wewe, cheza. Anyway, in fact, unajua hizi vitu endelea. Zungumza. Saad amekuja hapa, Saad. Okay, nilikuwa nasema everything in this world tunafaa kuangazia maisha yetu ya sasa. Uwezi kaa uko kwa ndoa unaendelea kufikiria vitu zingine wakati uko na mume wako, wakati uko na mpenzi wako, wakati yani mashida yako unafaa kuweka sitting. Unafaa kuziweka chini ya bed. Yes. Wakati sasa mko pamoja.
Wakati sasa uko peke yako ndio unakuwa unapiga mahesabu zako, unafikiria venye unataka, lakini your partner akifika kwa nyumba unafaa kunini. Ningeomba tu kidogo kwa sababu unaona kama nini hapa restart ndio kuma network usinire buya igangara tukwane tutara ki tutaraendelea. Sawa. Yes, wacha mimi sipata network si nzuri. Sad. Yes. Mambo. Poa. Hali vipi hapo? Salama sana. Sema high five kisha karibu kwenye mchadara. High five, nisalimia watu. Okay, nimesalimia Feni Kagesare. Alafu nimesalimia Boss Ready, alafu nimesalimia wewe Umurukundu. Nimesalimika. Alafu nimesalimia nani? Baita. Alafu nimesalimia nani? Dan. Yes. Yes, nimemaliza. Okay, karibu kwenye mchadara. Saidie mwanamke asaidie mume wake atiko itrachinda ndevorere. Karaba. Hebu niguse kidogo alafu nijue. Hapa ni mchadara ambao unazungumzia kuhusu mwanamke amekuja na lalama sana akisema kwamba mume wake Katiba imemshinda kusoma. Katiba ameshinda kusoma Katiba. At the moment wanafika pale kwenda kusoma Katiba. Mwanamume hawezi. And at first watu walipatananga social media. Msichana alikuwa nje ya nchi. At the moment msichana alifika airport wakapatana na kijana wakaenda kwa room. Akashika pori yake. Patokea kwa room at the first mwanamke alishuku hii Katiba. Maybe akasema labda ni dress pairs na nileta ambio wacha tu nivumilia. After sasa wametoka hapo, kila mtu akarudi au akakuja nyumbani, kila mtu akaenda zake. Msichana anaenda alikuwa ameshika pori ya kijana. Na kijana kumwambia kama kuna pori yangu utakuja tuishi. So msichana akakuja kwa kijana wakaishi. Sasa wamezaa mtoto. Lakini sasa Katiba ni mbaya, jamaa hajui kusoma Katiba, anamwaga chini aende bolere, analala usingizi nonono. Mwanamke mpaka ameanza kuchiusa sasa hii ni nini? Nifanye aje? Ni chakula ipi nimpatie ama nimfanye vipi so that mimi ni fry niko na mwanaume. Karibu kwenye mchadara. Okay, mimi kitu yenye nilikuwa nachangia. Nasema si walipatana anasema ati Katiba asomi. Kwa sababu kuna nini yenye unamtengenezea ili awe nguvu. Aweze kusoma hiyo Katiba poa. Simply call. One. Kuna dawa, hiyo dawa aidingi nimesahau kidogo, unamchemushia alafu unampa. Anakunywa. Alafu hiyo nini Katiba yake sasa inakuwa strong. Next. Kama anasema ati anamwaganga nini chindende, kwa hivyo atamvumilia tu, walipendana. Sasa hakuna nini shida yenye utamwambia ati ni mtoroke kwa sababu akona mtoto wake. Sasa atamvumilia tu. Kai. Atamvumilia, ampanguse, amungalishe, ataacha. Avumilie tu. Aishi na ngai ni msichana. Wewe upatane mtu hajui kusoma Katiba vile kwa mdogo tu hivyo. Utakaye kwa hiyo ndoa? Mimi nitakaa kwa sababu niko na mtoto wake. Tulipendana kwa hivyo si nini Katiba. Sasa Katiba ndio inakuja kututenganisha hadi sasa ni mwacha kama ni hizo ndendana anamwaga hapana. Ni mimi ndampanguza bana. Ni mimi ndampanguza ngale. Right? Unajua mwanamke
Ndio anasaviza mzee akitoka nje anang'ara. Yes. Lazima mimi nimung'alishe basi. Kwa niaba yangu. Yeah. Yes. Nimemaliza. I think anasikia hapo. Anasikia hapo. Okay. Okay. Karibu sana kama umefika. Sisi tuko hapa. Maoni yako ni yapi? Link iko pale. Anaitwa Respa Waro Saadi yako pale. Titus Mudenai ati Saadi umewahi chemshia mmoja? Saadi umewahi chemshia mmoja? Alright, kamera yangu naona ina tatizo pale, nashughulikia. Titus Mudenai, kwani hiyo katiba imeandikwa kwa Kiingereza yawa na wenye hatuna mapipi tutakuja kusema nini? Hatuna experience. Hauna experience. Yule mwenye alikuwa naye jana anakula mkate mzima na kikombe. Yeah? Walisema walikuwa wanakunywa chai na kikombe. Haters. Unamkataa kwa sababu sasa ameenda. Hey, yeah. Wacha mchezo bwana. Wacha mchezo. Anyway. Rispa Waro. Okay. Maoni yako ni yapi hapo katika mchana wetu wa siku hii ya leo? Mimi wairi nimegonga saa 6:44 tarehe 15 mwezi ni wa 9 2021. Here we are by the way. And we want to talk, tuone kwamba tutasaidia vipi huyu mwanamke. Yaani anasema wanawake wanasemanga ati seito tulikuwa na kitanda kwetu, tulikuwa na chakula, kuna kitu moja tulikuwa nayo ilituleta hapo kwenyu. Saadi anasema yeye hata hana haja, hata apata na mwaga chini ende, anaweka ndani, anamwaga chini na anapaki hivyo. Yeah? Mdhenai. Niko hapa. Salimia watu kwanza. Sasa nisalimie Rispa, nikusalimie wewe Kurukuntu, nisalimie huyu Sadi, hata kama hajanisalimia, na team comments wote. Niwasalimu sana. Sasa mjadala na mimi hata sina experience, nitasema nini? Mmoja alikuwa na yeye jana alikuwa nani? Ni anti yako? Huyu alikuwa mtu alikuwa anapita. Alikuwa anapita? Huyu alikuwa anapita. Ile kukula yenye alikuwa anakula huyo singemkumbali. Fungua kamera tuone kama akikosa hapo. Sasa hivi tupatiane huo maoni kidogo tuone. Sasa mimi nitasema aje isipokuwa tu kuvumiliana tu. Okay, kuvumilia. Wewe ungekuwa mwanamke na pata jamaa mwenye hawezi, utavumilia? Huyo namwacha saa hiyo. Sasa yeye unamwambia avumilie? Si nimesikia Sadi amesema yeye kama kuna mtoto wake hawezi muacha. Lakini mimi mtoto si suluhisho. Unamwacha tu unaenda kupata mwingine analia huyo mtoto. Mimi sina maoni. Rispa. Kurutu. Yes. Kwani network zenu ndizo mbaya ama ni nini?
Ni network ya kungurukundu ni kama iko mbaya. Oh, uko poa? Mimi niko poa. Ati unasema mwanaume ati achemshiwe nini? Nimeisahau hiyo jina kidogo, lakini nikukumbuka nitakuja kuambia. Mimi niko hapa. Na sasa unajua unafaa useme hivyo kama kuna experience. Kama unajua mtu amechemshiwa itakuwa hivyo. Yes, tulisemzia mmoja akakuwa sawa. Ndio maana nakwambia mwanamke anafanya vizuri kutafutia mzee wake kitu yenye kumsaidia, si kumtoroka. Right. Mimi siwezi kukutoroka. Mimi binafsi yangu siwezi kukutoroka kwa sababu mimi tulipendana kutoka kwa barabara. Kwa hivyo si hiyo peke yake nakuja kusema ati sasa nikuaje. Hapana. Nitameki juu chini, nitafute dawa, nikupe na wewe ufanye kazi. Yes. Siwezi kukutoroka. Sasa nikikutoroka huyo mwenye utaleta. Yes, yes. Tatoroka. Yeah. Na ikikosa kufanya Sikukosa kufanya, inaweza kufanya. Mwanamke, ndio maana ninawaambia mwanamke ni yeye analinda mzee, si mzee analinda mwanamke. Mwanamke lazima meki juu chini, aende kusijini hospitali, madawa ya kienyeji atafutie bwanake, ili bwanake awe strong man. Kwa hivyo usimtoroke. Mimi naendelea kusema wacha kutoroka mabwana zenu. Vumilia. Wewe unamuosha. Hebu ambia Rispa aongee. Ya, mimi ni kweli. Rispa ni kama hayuko karibu na simu. Ingekuwa ni mimi Sasa utoroke kwa sababu mzee afanye utoroke. Hapana, hiyo si vizuri. Asante sana network. Sasa utashinda kusumbuana na yeye. Network imenitupa nje lakini nimerudi. Mimi hapana. Mimi ukweli wa mambo simwaji. Huyu ndio namtafutia dawa anapona. Ama anaweka magoti chini, naomba Mungu wangu Jehova, saidia bwanangu awe na kazi. Kai. Awe na kazi. Utafute dawa. Ama ulilie Mungu wako umwambie by the way saidia mume wangu. Angalia ya kwanza tulizaa mtoto. Sasa mbona ya kwanza unajua kuzaa ina shida. Mbona sasa kuzaa haina shida. Kuzaa haina shida. Kuzaa haina shida. Mungu naomba mimi hakuna shida yenye atasema ati huyu afanye kazi wacha niende kutafuta mwingine. Sasa huyo mwingine yenye nitafuta ndio mzuri, nitapata mbaya kumliko. Shida sasa ni ile hajui kusoma katiba bana. Shida ni ile hajui kusoma katiba. Risadi. Sadi. Yeah. Kama network hapa inanisumbua pia. Na kwani alienda wapi? Okay. Okay. Karibu sana kwenye show. Kama unaingia kuna link iko pale. Mdenai. Wapi ile mgeni wote alikula jana mkate na kikombe? Alienda labda kesho. Unajua kitu tulimleta hapo, kama hujui kusoma katiba angekuja. Nitamleta kesho. Kitu namletanga hapo si kukura. Kitu namletanga hapo ni katiba. Kwa sababu gani? Katiba somo vizuri.
But at the moment, you know, this woman, I don't know what amwambia vipi. Unajua kuna shida, yes of course kuna tatizo and whatever. Atasurvive aje? How can she Aache huyo survive? mwanaume. Na mtoto? Mtoto si mzingo, abebe aende na yeye. Aende na mtoto? Abebe aende na Wewe mwanaume yeye. wewe mtoto utakubali mtoto na mtoto wako? Utakubali mtu aende na mtoto wako? Wangu mimi nitakataa, lakini huyo mimi nitamwambia abebe aende naye. Okay. Sadi, nataka kukuuliza swali. Sadi, unanipata? Hello? Yeah. All right, asante sana. Yo. Okay, nilikuwa nakuuliza swali hivi. Wao upate kwamba mume wako yeye anawekelea tu hivi amemwaga. Utaishi na yeye? Okay. Sasa mimi kitu yenye ndasema, hata mimi najua kutetea wasee sana. Kwa hivyo msinione vibaya. Mimi kitu yenye nasema, obviously ni huyo mwenye ulipata. Vumilia, kwa sababu ukienda kutafuta mwiati unatafuta mwingine, huyo mwingine hauwezi kupata, utapata mbaya kuliko huyo basi. Kwa hivyo vumilia. Kama anaweza kukusalia mtoto ni sawa. Vumilia, mbona utoroke? Mimi sioni haja ya kutoroka. Kana wewe utaishi. Wewe utaishi. Mimi nitaishi, wallahi mimi nitaishi. Lakini binafsi mimi nitaishi. Lakini wengine mimi sijui, lakini kwa niaba yangu mimi nitaishi. Utaishi. Uishi mali mtu anawekelea analala. Afanyi kitu yoyote. Uweze na kutafuta nje. Utaishi lakini na kutafuta nje, si ndio? Huyu ndio Mungu alikupea. Huyu ndio Mungu. Ndaishi na yeye, siwezi kutafuta nje wallahi. Okay. Sisi hapa tunafunzana. Unajua kuna mtu siku moja hiki kitu itamfanyikia. And I don't know. Utachukua vipi? What kind of situation utakuwa? Kuna mtu siku moja hiki kitakutendekea. Au watu wote ambao tunatazama tunashughulika katika mjadala huu. Labda hiki kitu kitaweza kufanyikia siku moja. How will you handle this situation? Utapata mume pale hadi anarithiki na kwambia mke wangu sijui yake imelowa maji. Ni maji ni watermelon. I don't know. Okay. How should you just handle the situation? Of course, ndio maana tuko kwenye bedroom. Tunazungumza vitu za bedroom peke yake. Karibu sana kwenye show. Kama ndio unaingia, niambie nikupatie link, wacha nikupatie link tena. Imegonga saa 7:01 Afrika Mashariki, tarehe 15 mwezi ni wa 9 2021. Nataka kuambia kwamba leo mambo yalienda segemnege. Leo Manchester United waliona vimulimuli. Vyoto. Waliona vimulimuli vilengali. Waliona moto. Anyway, katika Champions League nitakupatia matokeo baadaye. Tuone vile yalikuwa. Anyway, okay, karibu kwenye mjadala. Tuone tunafikia wapi. Ikiwa saa 7 dakika ni ngapi hizi? Dakika ni 7. Anyway, katika UEFA Champions League leo tulikuwa na PSC
Young Boys wacheza pamoja na Manchester United katika katika mechi ambayo inaitwa ni Champions League. Pati hatuko hapo, tuko kwenye mchadara. Nishapatia na link pale. I want you kuja kutuambia kwamba huyu mwanamke utamshauri vipi. Esther Nyanduko alikuwa ameenda ndiye amerudi. Ndio alikurudi sasa, I'm present. Unaona kuja na niko karibu kutoka hapo kwa studio. Obe. So what can you advise this young lady? Yeah? Yeye alingangania mapenzi. Akangangana akasema kwamba hapa Raspberry hapa ya Waiguru imenileta mbio. Sisi mani kwa tunaongea kwa mapenzi hapa kwa WhatsApp na chat. Wacha tu niende kwa niko nini. So akashika ball. Kushika ball walikuwa unajua walikuwa walienda kumlaki pale katika uwanja wa ndege. So wakadecide kusema kwamba travel umechoka, so let us go and tutafute nyumba, tuoge, tulale, kesho tutatravel back home. Katika hiyo hali msichana akashika mimba, na kwenye kushika ile mimba ikaleta tatizo. Sasa msichana akasema kwamba of course alikuwa amefiri katika mara ya kwanza, kijana katiba yake iko chini sana, haina nguvu. Sasa kauliza jamani, akasema labda mimi bila sasa nimeshatoka Gulf, niko na Raspberry karibu yote, naweza pata Raspberry ananipeleka mbio, wacha tu nivumilie. Sasa amezaa mtoto, hali imekuwa wazi. Yeah? Sasa ninauliza jamani, nifanye nini? What can I do to nikaweze kuishi katika kwa hii ndoa? Link iko pale, ni link kwa shaweka pale, watu wakuje. Kama hakuna watu ya pasi nitasema ishara, niwaambie siku mwema, tupatane tena katika majaliwa leo Wednesday katika pata mchumba, tuone tunafikia katika alikani. Link iko pale, watu waweze kuingia hapo, mpatie maoni yenu na tuone tunafikia wapi. Ni ndani ya Kisi Hot TV kama kawaida, sijui kama watu wananipata. Esther Nyanduko tonerama. Okay. Katika mechi ambayo ilichezwa leo katika grupu E UEFA Champions League, kombe la masikio marefu, tulikuwa na mechi kati ya Barcelona dhidi ya Bayern Munich. Barcelona baada ya Lionel Messi kuondoka kwenye klabu hicho, Barcelona iliweza kupigwa mabao 3-0 na timu hii ya Bayern Munich katika grupu E. Katika grupu E, mabao mwenyewe Thomas Muller alifunga katika bao la kwanza katika dakika ya ngapi? 34. Bao la pili likafungwa na Robert Lewandowski katika dakika ya 56. Bao la tatu likafungwa katika dakika ya 85 na Robert Lewandowski. Sasa ikaweza ku Bayern Munich mabao 3, Barcelona 0 baada ya Real Messi kuondoka kwenye klabu hicho. Okay. Na pia ukienda pale katika hiyo grupu E, tulikuwa na Dynamo Kiev na Benfica walitoka 0-0. Grupu F tulikuwa na Young Boys dhidi ya Manchester United. Young Boys dhidi ya Manchester United aka Man U, ambapo katika dakika ya 13 Cristiano Ronaldo alifunga bao la kwanza baada ya kupata assist kutoka kwake Bruno Fernandes. Katika dakika ya 35 mtu anaitwa kwamba Pisaka, Aaron Pisaka anacheza nambari alipatia red card. Alipatia red card katika dakika ya 35. Katika dakika ya 40, katika dakika ya ngapi? 66, mtu anaitwa kama Nicolas Ngamaleu aliweza kufunga baada ya kupata assist kutoka kwake anaitwa nani? Sirfian. Waliweza kufunga bao ikakuwa 1-1. Manchester United 1,
Young Boys moja katika dakika 66. Kufika dakika ya ngapi? Baada ya kuongeza ili yani kuongeza dakika 5 ile zile za kuongeza juu 5 90 plus 5. Mtu anaitwa kama Tyson Jordan aliweza kufunga pao la pili na kisha kuweza kupatia timu inaitwa Young Boys mapao 2-1. Full time score Young Boys mapao 2 na hii inaitwa aje? Young Boys mapao 2, Manchester United goli 1. Na kupatia hizo katika hookup. So katika hiyo group F sasa hivi ile ambayo imetangulia kwa hiyo kikundi inaitwa Young Boys, inafuatwa na Villarreal, Atalanta, kisha Manchester United inafunga ya mwisho. Katika group hata kupatia group gani hapa tena? Group H ambapo kuna Chelsea na Zenit Park. Mapo Chelsea iweze kupiga mapao 1-0 na pao lenyewe lilifungwa na Romelu Lukaku katika dakika ya ngapi? Ya 69. Full time score Chelsea 1, hii timu inaitwa Zenit 0. Katika hiyo pia tulikuwa na katika group tulikuwa na Malmo na Juventus. Juventus ikapiga Malmo mapao 3-0. Hivi sasa Juventus inatangulia na pointi 3 na mapao 3, inafuatwa na Chelsea na pointi 3 goli 1, kisha inafuatwa na Zenit Park pointi 0 na -1, inafuatwa na Malmo 0-3. Watu wa football mnaelewa. So paka tutaenda routine katika show. Rispa Gwara amekuja hapa. Rispa Gwara umeenda wapi? Sasa nakuleta hapa na unaenda mbio. Tago nsoke my brother my sister Rispa Gwara. Najua hii karango ikasisi funa chigao na iga ina mwana ambao ushapatiana ni kama yametosha mwanamke. Rispa Gwara go si Amerika kwa roro kwa nyegere byanda gaiga watama kwa ngosania. Dakika ni 10 baada ya saa 7 mwezi ni wa 9 15th 2021. Rispa Gwara nako raga umeenda wapi? Anyway, karibu kwenye live show ndani ya Kisi Hot TV. Mimi naitwa Kukurikunto ama Dennis Nyaputo kipenda ama Kurto and hamuya mbaka ngoli finally baka bintu bisumairi kwa niko nini esta nyanduko kwaro wanti saga ngabana ujare paki kwaro gwakera nime so sine ime wana kwango sani ga irinde ngo akenga wachire wakero bago ime kabisa akerania. Yes waro yani kwarra na shire kwandusi kose na zio kobeka nanye kwa kare kotama paka naondokire ya network maybe nilikuwa nime mute nikaenda job kidogo. So what can you add apart what ulikuwa umesema, utaongezea nini kabla ya mimi kuweza kutoka hapo kwenye studio zetu? Rispa. Hey. Okay. Ni kama network inamzungua kule. Esther Nyanduko anacheka. Esther Nyanduko ulikuja kanisomeria. So, okay. Esther Nyanduko, maoni yako ni yapi? Maoni yako ni yapi? Yes. Network mbwate gego ikachinse yangu ya kusumbua sana. Ipatie sapa. Esther Nyanduko, welcome. Yes. Yes, Kurutu. Oh. Habari zenyu? Salama sana, labda wewe. Ya, umesema eti nimekuchungulia na nikatoka mbio. Kwani nilikuwa naenda wapi? Tulisema ndio nikurudi sasa, I'm present. Sijui ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa nimeenda kuzunguka huko kidogo ndo nimerudi sasa. Atulele kusunguka. Hivyo na mimi kukula, niamke nenda nisunguke. Oh, siku hizi kuna kazi kusunguka. Nilikuwa nimeenda kukula. Sasa useme kukula, siku hizi
Alright. Si ameenda kuzunguka chakula. Anyway, Eh. kukula. Kwa nimeenda kula sapa. Bana toko bwato kebi bagokora nje tutigeko. Tomore. Pole. Akie kurutu tomorembe ngo. Toega akio morembe. Karibu kwenye mjadala. Anyway, karibu kwenye mjadala wetu siku ya leo. Mjadala wa leo. Obe. Okay. Chinetu wa kichino kondora mule. Changire. Chonjo anaingia. Yes, respect before Chonjo ataraswaga note pia network inamleta noma. Chonjo ndio hiyo. Chonjo. Naam. Mambo. Poa, freshi. Bwana unakaa kuagiza na mimi napenda kuagiza. Karibu kwenye mjadala, salimia watu kisha ingia kwa mjadala. Unajua vile climate iko hapa moto sasa mpaka watu tunashinda hata vile itakuwa. Anyway, habari ya Rispa Waro, habari ya Esther Nyanduko. Umeshindaje? Ama mmeamkaje mahali popote mlipo? Niko sawa, poa kabisa mtu wangu. Tuko sawa. Kurukuntu, mambo vipi? Poa sana. Kurukuntu orapire nowadays. Unakonya goje screen yando orapire nowadays. Utene filter begete kya baba. Ujeji filter. Chonjo gakikwana yo gwitera bosi. Gwitera bosi gaki. Ujeji filter ege mudete go sambere kwende sifi. Hata usambire sifi. Karibu sana Chonjo kwa mjadala. Rispa Waro. Kabisa sijaona kusema ukweli. Ona, nimesema mjadala inasema Kisi Hot TV is online TV broadcasting from Kisi for consultation and advertisement kwa WhatsApp. Sasa mjadala ni gani? Owe, mjadala iko hapa. Iko hapa. Mjadala. Namba wewe anacheza muziki. Name Rogers kijana. Huyu Stisa anacheza muziki. Nyanduko. Wewe. Ndakupiga miti. Mjadala anasema hivi, my dear sister Chonjo. Hapa kuna mwanamke tunaandika kwa Twitter pale. Kindly mute your mic my dear. Unajua hii inaweza fungwa anytime. Wacha nimsaidie huyo. Huyu msichana hapa, Nyanduko. Obe. Mjadala anasema hivi, tunaiandika hapo kwa title ukiingia. Tuko hii ni bedroom, tuko kwa kitanda, tuko bedroom ile nyumba ya kulala. Hapa hakuna kuficha kitu chochote. Unasema kila kitu. Mume wangu katiba yake iko chini, hajui kusoma katiba. Je, nitampa chakula ipi aongeze nguvu? Yaani mwanamke amesema kwamba mume wake, jamani. Nimeelewa swali la kwanza. Unaosabule ikabaswa hapo kitanda, anamwangukia. Anaanza kumwaga chini ndende. Afiri kitu chochote, anaona kwamba anateseka. Swali la kwanza. Wamekaa kwa ndoa kwa muda upi? Kwa muda mgani? Hawajakaa sana. Hawa ni watu walipatana, msichana alikuwa outside the country, wakadate Facebook, wakadate imo, video chat, video call. Sasa msichana akikuja Kenya wakapatana airport. Wakasema twende nyumbani direct. Wakalala pale Nairobi, wakarendisha nyumba, wakalala pale siku moja. Kusoma usiku katiba, msichana kashika ball. Hawa kufika Kisii, kila mtu akaenda zake. Ndio msichana ashika pole, sasa kaamua anapembeleza kijana asimwachilie aende, ndio aende wakae uishi pamoja. Ingawa hiyo that night msichana alishuku katiba hii ni si nzuri, iko chini. Lakini kwa sababu alikuwa na dress pale, akasema maybe mimi niko na dress pale, unaweza pata, ndio maana yake, yani vita sijakuwa sawa, waje nivumilie. Sasa amezaa. Sasa katiba yani ni mbaya, dakika moja mtu amemwaga chini ndende, amechoka, hajafanya kitu. Huyu ndio dress pale zinapanda, nyega ndio zinapanda, ameshindwa afanye nini? Ndio anauliza. Labda akimpatia chakula ataweza kurudi normal. Labda anamfanya vipi ndio akoe na nguvu, hata hiyo nini moja, at least angalau katiba akisoma katiba hata ni 3 minutes ikuwe ni katiba yenye imesomwa. Karibu kwenye mchana wetu. Tukule tutapimili bwana. Anyway,
msichana ni kama kuna ile baada kuna mioto ya dry spell, mwambia acheze chini kama yeye. Na kama alipenda mwanaume, si alimpenda kwa kumtomba. Alienda huko kwa mahusiano na alienda huko kwa kujenga familia. So vitu zingine anafaa acheze chini kama yeye. Hiyo ni dry spell inamsumbua. Kitu ya pili, Google kwa nini? Kuna siku hizi imekuja YouTube, Google na Google remedies anaweza patia mwanaume aongeze nguvu. Like kitu ya kwanza achukue maganda ya mananasi. A grind, a blend. Atengeneze juice ape bwanake. Kitu kingine ya pili, awe akichemsha bwanake ndizi. Ile ndizi yenye haijakomaa, ile ndizi ilitoka lile. Awe akipikia bwanake every morning. Every morning and evenings. Kitu kingine ya tatu, kingwe baila aksa. Aya, asiwe akipatia mwanaume chai ya sukari mingi. Awe akitengeneza chai iko na sukari kidogo. Na hiyo sukari na hiyo chai iwe strong tea, isiwe chai ya maziwa. Akitenda kuna vitu zingine nimesahau. Hizo ndio vitu zinazosaidia mwanaume wako apate nguvu za kiume. Ama afifungue ukipata katiba ndio mbaya. Ukipata katiba ndio mbaya. Ndio maana isomeki. Maybe. Simwambie na yeye basi atengeneze katiba yake siku moja. Angalau ionekane. Ikae na vitabu, ikae mpya. Namuulize bifa leto mjadala kwa mtandao. Ashaikaa na mwanake amwambie mimi tangu nioe iko hivi na hivi, ashamuongelesha. Na mwanaume ashafunguka, ashamwambia nini chanzo cha hicho. Hajawahi uliza. Sasa yeye ameenda against against the rules and regulations of marriage. Angena amkalisha chini amwambie baby. In fact I'm been with you. Ndio iko na marriage and the rules and the regulations. My friend, yeah. Ndio lazima kuna rules and regulations. So there is no marriage without those rules and regulations. You must have rules that govern your marriage. Yeah, minus that one, you cannot build a marriage more than 1 year. And the most important thing in a marriage, communication. So kama the communication na bwanake, there is nothing that anaweza sema eti nimeongelesha bwanangu eti ni sijui katiba iko chini sijui bla bla bla. Anafaa kalishe bwanaka amwambie in fact I choose you to be my husband, but there's something that is not pleasing me. Amuulize nini, amwambie since you married me or since we met at the first time you didn't serve me well, so I've been seeing maybe it is because I was in a high pressure of dry spell, so that's made me not to be satisfied, but that thing has gone up to date. So what is the problem? Amweleze si eti anza kurukia mambo kuru bwanangu anitoshelezi sijui nini. Hiyo kitu anaipepetanga kweli, anaipepetanga mpaka inamoka peke yake. Ama yeye ni kusema tu ingisha utoe. Ama analala kama kifo ya mende. Wacha entertain mwanaume. Kifo ya mende. Leta entertain the mwanaume. Maybe. Lazima huyo msichana aprepare bwanake psychologically, ampapase vizuri, amwambie leo sasa kifo ya mende, mimi nataka tuangalie dogi, mimi nataka tuangalie vile paka zinafanya like that, and maybe mwanaume anachangamka. Na jaribu kutengeneza usafi, atengeneza pia kutengeneza usafi pia na venye anafaa, you know, attraction. Maybe na vitu mingi tenda hata kama unioe mimi na sijasema unioe, kuna bibi yako, lakini mimi use as example, you are a man. Hata ukisema ni kuoa hakuna shida. Wewe sema tu ni kuoa hakuna shida.
Kiria matemoka wangu kwa kari jindwe. So niulize niseme hivi, maybe tumepatana airport, tumeongea, tumekula chakula chetu mzuri, maybe huku nilikuwa naoga, maybe unajua watu wanataka watu wenye wasafi, nimeoga, nimefika huko maybe ni 1 2 3 days nimechange, maybe mafuta nilikuwa najipaka, maybe sasa nimeanza kusmell kidogo, maybe mwanaume unaweza kuwa umeanza kupungua ile yani tenga hasa ndio dem nilikuwa na date mchafu hivi. So mwanamke na wewe shimali huko ng'ang'ana, osha nunu. Look for a towel. Ukienda kususu, look for a towel, a wet towel. Ingisha, panguza. Ukiwa kwa nyumba wachanga kufanga sengenge ni ng'ombe. Fieka. Fieka ukuta, fieka uwanja. My friend, sengenge ni ng'ombe. Falia kapata kazuri hivi, falia ka tight, nyumba ni yako my friend. Sasa bwana anakunywa chai inama hivi, fanya hivi ni kama unapanguza hapa sitting hapa zinasema babe, are you seeing me? Babe, are you seeing me? Sio tunaenda tu kwa ndoka no more kere. You think that man has no any eyes. Jonjo, umoga kunywa kunywa chai gaiga. Tingisha. Si unamfanyia massage pole pole ukimpenda entertainment. Si hata hivyo. Unaona watch TV. Unajua kila siku hizi kila mtu akona TV kwake. Sasa unakunywa TV, unaenda karibu na TV unafunika kichwa. Unainama ni kama unachukua kiatu, unafanya tu tumatako hivi. Sitting apparatus. Babe, unaona? Babe, unaona hata mwanaume anaanza kusema usituonyeshe practical bana, uko kuagiza. Si practical yani kuagiza. Unasikia ndio mwanaume anasema, unajua mwanaume baada kumattract macho tu una attract macho yake kidogo tu, kinama tu hivi aone ka 3/4 asema Chineke, I've seen something. Nakwambia babe, kuja huko. So hii mambo ya kunini ya kuvaa nguo ni kama unaenda matendo. Esther Nyanduko kuja hapa. Esther Nyanduko arudi hapa. Ama nimtafute nimpige. Esther Nyanduko akuja hapa. Tikava sijui. So hata sisi ladies, nywele acha kuweka nywele inakaa for 3 weeks alafu ikisha utatu mwanaume akupende. Shuka line za 1 week unanuka kwa bed. Unanuka umevaa stocking kutoka asubuhi, mwanaume alienda asubuhi arudi akupata na hiyo stocking. Change style, surprise your man. Hiyo kitu itaamka, si kuna ugonjwa. Wewe ndio unajua kuentertain hiyo kitu. My friend, entertain that man. He'll love you for the rest of his life. Kana gusire kingoja toni dress paliga chile chonjo tuibangete koko uratole chako langa hiyo umeurua. My friend, shikilia. Usiposhikilia vizuri chonjo hizo nawe kama nitakunyang'anya, and I wish nimjue. Si unyang'anye mimi, si uninyang'anye mimi. Si unipeleke. Wewe jamaa. Uko sawa. Unipeleke. Babu irangora. Kai. Hata wanasemanga hivi, maneno matamu utoa nyoka pangoni. Hata kama hujui kutoa nyoka yako pangoni, utadhani nani ataitoa pangoni? Nitoe pangoni. Kuna ponto kirie ndo mae. Rispa. Hawa watu wenye utafinywa. Kurukuntu fanya hivi. Hawa watu wenye wako online huko, wenye wako Gulf. Wako na nini wanaita? Wako na wifi 24/7 online. Si watch hizo vitu, waone vile how they treat their men. Kai. YouTube. Si dress bali tuongezeka pana. Haiongezeka. Wewe unataka mwanaume nguvu. We, sikiza vizuri Kurukuntu, nimesema hivi, uangalie remedies za kuongeza mwanaume nguvu. Ukifika Kenya unampatia moja, anakupatia stick moja, unasema yenyewe imetosha. Hata nilikuja comment ukana mwana kwenye comment alikuwa ili wangi kulmo. Hapo full. Kenya kama ana group. Utajifunza tabia mbaya. Mimi nimeenda. Unarambisha sukari. Unarambisha sukari. Sukari. My friend, Kurukuntu, hata kama uko na bibi yako na date huku, kama una bibi yako na date huku online yako Gulf, my friend, chikase kanyoma tuunda maruru. My friend, chonga na nani kunywa. Usianze kusema ukweli. Unaona, huyo mwanaume pia anafaa, yani huyo mwanamke anafaa kujua everything mume wake anapenda. Jaribu kujua. Narudi. Sasa nichukue kwa leo. Okay, sawa. Yes, there is. So unafaa kama mwanamke mwerevu, unafaa kuchunguza kila kitu mume wake anapenda. Ukichunguza kila kitu mume wake anapenda, utakuwa unamtreat kama
Unajua aivona neli kani kaliane inche ngoko chokora buna manyete na ande ngire mete karana bwatire galia sale kire gaiga inche maite na kinga kingonye kuna mpake galie ye irane no mo irane pare gende buya. You see, so I have to do something reasonable. Unaona? Kuwa na entertainment, ukiwa na entertainment na mume wako, by the way, akienda hata job anafikiria siku itaisha saa ngapi nirudi home. Welcome your man vizuri. Akitoka job amka asubuhi, musindi, mupeka hug. Si ati umenuna uko hapo, we ni mchafu, umerara tu umengorota, hata mume wako anaenda hata ujui. Utaki kumuombea akitoka before aende. Sometimes wanawake, by the way, tunakuanga na kazi mingi, lakini you have to know your husband is your firstborn. Akitoka asubuhi unamprepare kama mtoi anaenda shule. Yeye ndio first son, unamprepare, unampea food, unamuentertain hata kama ukuli, unamwambia babe, akiendelea kufanya manguo hapa, uko hapa na kamkata unampakia kabrupandi hapo, alafu chai unamkarisha hapo akikunywa, akienda unamsindi, ukimfikisha hata huko kwa gate, nje ya gate huko unampea kahag, unamwambia good day. Urudi kwa nyumba uendelee na usafi. Ushughulikie watoto wengine wakitoka wote, wewe rudi kwa nyumba anza usafi yako. Ufanye kila kitu, leta kapafi, kitanda yako tandika vizuri, ukitandika vizuri, alafu weka tu vizuri, okota zile socks zote zinanuka, toa uchafu chini ya bed. Hiyo ni space ya bed. Ukifanya kila kitu vizuri, ile time ikifika lunch, kama ni wewe peke yako uko kwa nyumba, maybe umepaki hapo, watoto wako shule, mume wako ako job, wewe uko hapo, hiyo ni kazi. Sasa hiyo ni nyumba yako, unaendelea kujipanga vile the day inaenda on. Unaona? Huko ukiendelea kufua kama ni manguo, my dear, kimbia nunua nguaze, kuja uweka hapa, tengeneza uchi, weka kwa thermos, chemushia mume wako maji, weka kwa thermos. Kwa sababu unafanya hizi vitu kwa sababu watoto wakikuja hauna time ya kutengeneza watoto, hauna time ya kushughulikia mzee. Sasa wewe prepare yourself. Uko na thermos zako hapa, unachipanga uchi unatengeneza. Wakati unatengeneza chai asubuhi, weka maji, ukitoa chai weka maji ya uchi hapo, uchi ya wimbi yenye iko na ndimu kiasi kama unapenda. I don't know, mimi napenda yenye iko na ndimu. Tengeneza uchi yako vizuri ya wimbi, weka hapo kwa thermos. Ukiweka hapo, chemsha maji yako ikae kwa thermos. Chai iko hapa, maji iko hapa. Hiyo maji maybe mume wako anaweza kuja kama amechoka. Akikuja akipata hata maji umechemusha, si hata kupeleka maji kwa bafu, si lazima wewe umpelekee. Akipata kama umeshachemusha maji, unamwambia babe, kuja hapa, nikiendelea kukuwekea food yenye utakula, wewe enda uoge. Akioga tena mpelekee hata kataweli hapo nyuma. Hapo tena utamuentertain pia, upata ameoga. Sasa wewe ukinyamaza tu, umenyamaza tu hapa, akikuja hapo wewe unaendelea kuwatch, sijui una watch nini kwa TV, ama uko busy chatting, ama unacheza na watoi, unasahau mtoi wako mkubwa hapo. Sasa amekuja amepoeka. Unajua mwanaume akianza kupoeka, anapoeka kila kitu inakuanga baridi. Umeweka maji kwa besheni alafu inakaa baridi kabisa kama yenye iko kwa fridge. Hivyo ndivyo hisia za mwanaume zinaisha polepole kama uwezi muentertain, na kama uwezi mchunguza, umuulize shida zake zote. Na ukifanyia mwanaume wako vizuri kila kitu, amsua atakwambia kila kitu. Mwanaume mzuri atakwambia kila kitu. Unaona? So hiyo sasa tumefika saa 7. Saa 7 ushapika nguase, maybe food yako ya lunch, ile uchi siko kwa thermos. Umepika nguase hapo, umeweka hapo, ama umechemuza ndizi umeweka hapo. Ukishaweka food yako hapo, ikifika lunch time, ukikula, each time you eat, you are just remembering, hapa watoi wangu hawako, mume wangu hayuko karibu, nitafanya nini? Unamcall, unamwambia babe, umekula nini lunch? Unaendelea aje? Job inakupeleka aje? Unamjulia hali at least, you know. Hata yeye mwenyewe atakumbuka, in fact huyu mke wangu ananijali sana. Pia yeye ile siku utakosa kumpigia simu,
hiyo time atakuwa anakumbuka leo sijapigiwa simu, ni nini, what's going on. Utapata pia yeye amezoea, hiyo ni rutini, kwa sababu wewe ndio umeweka hiyo nini. Unaona venye unaweka ndoa yako from the first day, venye unaiweka ndivyo inaendelea kuenda. Ukizoeza mume wako hivyo, mkienda mnachekeana, unajua unamuuliza babe, where are you, uko wapi? Ile time unamtafuta, wakati hujamtafuta atakumbuka, leo huyu achanitafuta aje, hebu nimuone. Unapata amekupigia simu, unaona. Okay, ranchi ikiisha sasa saa 10 umefanya kila kitu, kanyumba kananuka vizuri, umeweka ka perfume, umeweka nyimbo hapo, unaendelea kumshukuru Mungu pole pole hapo. Maybe umeoga vizuri, umevaa kanguo kako vizuri, unalala kwa bed. Obo ngenjogete ama unakaa huko kwa balcony ukingojea akikuja. Mume wako akikuja hivi unamwambia welcome. Unampea hug, unamwambia welcome home, pole kwa kazi, unampea moyo. Alafu unamwambia karibu kwa nyumba. Akiwa amekaa hapo first, mpatie umpe chai na hiyo ngwase, ama umpe ile uchi, umpe na hiyo ngwase ama kandizi, ile food yenye ulipika. Ile yenye ulipakisa, yenye ulimwekea kando ukasema hii ni ya mume wangu akikuja, ama watoto wangu wakikuja watapata at least something. Inawasukuma ndio jioni ikifika tujue tunakula nini. Hiyo ni saa 9 saa 10 hivi watu wakitoka job. Alafu sasa anaendelea kukula hiyo food, maji iko kwa thermos imechemka. Unamwekea maji, unamwambia babe, maliza kukula ndio hii maji yako. Unampelekea maji akaoge. Unafikiria huyu mwanaume akishiba si atapata nguvu ya kukuchari hata wewe? Si atafikiria mtu mwenye ako na akili? Si utapata amefikiria huyu mwanaume ana. Naam. Kuna wenye mipaki sasa hivi Kenya kama hao kweli wenye msungumzia? Kuna wenye mipaki kama hao? Si wako. Yes, si wako. Wako, lakini unajua it depends. Pia unaona ukifanyia mume wako vizuri, akikuja anakuja na surprise, anakuletea njugu, anakupaia kapanti, anakupaia anakuja na surprise, anakuja na lollipop kama mtoi wake mkubwa pia. Akikuja anakwambia babe, nilipita mahali nikaona nikuletee hii. Unafurahi pia wewe, anakuongeza morali, at least una smile at your wife, smile at your husband, because this is your business, you are his business. So everybody here, we have to mind our business together. Mimi ukienda mahali lazima uniambie ni mind your business, because you are my business. I have to mind my business. Hauna limit ya kuniambia sijui nini, mbona ninakupigia simu, mbona ninakufuatilia. Nikikumiss each time ninakupigia simu nakwambia babe, where are you? Are you okay? Yes. Which time are you coming back? Nijue. Lazima nijue kila kitu. Ukikuja hapa sasa umeoga, umekuwa fresh, umerefresh, you know, mimi niko hapa pia. Pia unaweza kuwa umeenda kuoga, mimi nakuletea, ama umesahau towel nikuletea katawe. Si nitakuwa ninaanza kuchoki na wewe huko nikikumwagia maji nikitoroka. Wewe kama mwanaume mwenye uko na akili, nimeanza kukutreat hivyo, utafikiria nini? Utaanza kufikiria nini? Sasa hiyo ninakufanyia hizo vitu zote, maybe watoto hawajafika home. Mimi ni mimi na wewe, ni mimi na wewe tuko hapo. Sasa mimi ukioga ukirudi kwa nyumba, uko hapa umerefresh, uko hapa sasa tunapiga hesabu tunakula nini sapa babe. Kama ni mboga tunaenda tukiwa sisi wote, kwa sababu you are fresh now, you know. Ama kama kuna mboga ulikuwa umechipanga kama mwanamke, ako hapa sasa ana relax kwa kiti na wewe unakuja unamlalia. Si hiyo ni mattress yako, unamlalia hivi na yeye akikupangusa hivi akikuuliza babe, how was your day? Unaendelea aje? Ama anaanza kukufanyia, unamwambia niko poa, lakini nasikia kama kuna kitu inaniuma mahali hapa, hebu nikuone. Anakufanyia, anakumasaji kidogo, anakumasaji, unamwambia hapo sasa. Sasa unajua hizi vitu zote si ati lazima uende kwa klasi ufunzwe ndio ufanye hizi vitu zote. Think
When you are a grown woman, a grown man, you have to think. Unafaa kutafuta hizi tips, you know. Each day you have to run something new. You see, sasa hapo unajua utapata mtu umeanza kukua na ile feelings, unakisiana, anakuprepare mpaka hata unajua unaweza ukifanyia mwanaume kila kitu kama hivyo, hata saba nakwambia hivi utapikiwa kama the queen, you are the queen, anakwambia leo babe, leo usiingie, unaona venye umefanya leo, usiingie kwa chiko, wacha nikushote leo. Ama wakati unapika umewaka, anakuja vizuri polepole hivi, anakwambia babe, hebu nione hiyo food unapika iko aje, ama ni test, wacha ni test. Anakuja hivi, sasa unaendelea kupika, anakuja polepole, unasikia mtu anakuchokora anaanza kuchoki na wewe. Kama uko na akili utakuwa unafikiria in fact huyu mtu ananipenda. You have that feelings, you know you are a human being, you have to, unaweka akili yako wapi? Ndio hapa unakuja akiendelea kukusaidia kupika, mnasaidiana kupika. Ukisaidia mke wako pia, wanaume ukimsaidia anakuanga easy to handle her. Lakini ikiwa sasa hizi kazi zote unamwachia since morning yati night, atakuwa na hasira, anakuanga na stress mingi, anaona kama unamtesa. Your wife, she's your partner, she's not your house girl. Unaona, sasa unamturiti kama the queen, na yeye anakuturiti like a king. So hii mkisaidiana, kama umepika mboga, anakuja anaonja kidogo, anasema kweli hii mboga ni tamu, hii mboga ni tamu leo, wacha hata mimi nipike. Mnasaidiana, mnasaidiana. Mkisaidiana hivi kidogo kidogo, mnamaliza kupika, mnaenda mnakula, mnaweka food kwa sahani moja, mnakula, mnalisha watoto walale, mbaki hapo sasa mkiendelea kuambiana mambo yenu. So hii life, by the way, hii life itakangi makasiriko. Ukiendelea kukasirika utaseeka haraka na kuna wengine wanangoja wakufanyie hiyo kazi kama unataka. Kuna swali. Kuna mtu anaitwa Esther Nyanduko. Leo nimejifunza mengi. I'm imagining venye nikioleka, venye nitajipanga. Be blessed guys. Anasema rispa amefurahi sana, amesema ametosheka. Anaitwa Esther Nyanduko. Mpaka alifika kuongea akatoroka kutoka hapo. Kuja hapa, hii ni class. In fact, hizi vitu hata mimi sio ati nilienda conference. Wacha niseme tu ni kwa neema ya Mungu, na unaomba Mungu akupee hekima. Hizi vitu, kwa vitu zote zenye unafanya, tanguliza Mungu. Ombea mume wako akitoka asubuhi, na akirudi pia John jaribu kuomba na kumshukuru Mungu kwa sababu ya amani pia na upendo. Kwa sababu unajua huyu mume wako anapitia mambo mengi huko nje. Si ati ni familia peke yake anafikiria, pia anakuanga. Msione wanaume wanatembea hivi mfikiria hawana challenges. Wanapatanga majaribu mengi, lakini kwa sababu anakupenda wewe, anajiheshimu, anachirudisha kwa nyumba na unamuona daily. Unaona? So if you want to handle this, wewe ongeza mapenzi. Ongeza mapenzi kwa moto. Ukiongeza mapenzi, mume wako hata hawezi pata time ya kwenda kukaa na marafiki huko kwa pool, kwa bar. Huwezi pata hapo kwa sababu umechukua kila kitu. Uko na ufunguo sasa, wewe ndio unaendesha hiyo gari. Ikiharibika hiyo gari, wewe ndio unajua mali imeharibika. So you have to start. Ukitaka amani, start from yourself. Na mke kama anataka hiyo amani, aanze na yeye mwenyewe, ajiangalie ako na shida gani. Anafaa kujiandaa aje. Na kama unajua mume wako hajui hizo vitu, unajua si watu wote wa hizo vitu. Kila mtu ako na tabia yake different. Unafaa kujua huyu ni mwanaume mwenye ulipata akiwa mzima, akiwa ameseeka hivyo. Sasa unafaa kitambo mfunze. Ukipata kama mtu hajui kupika,
Utamwacha muendelea kukula hiyo ugali mbichi? Si utamwambia kuja nikuonyeshe babe. Kama unampenda, wacha amkalishe chini amwambie babe, hii kazi yako unafanya hainipendezi. What's wrong? What are you thinking? Na ukijua mume wako vizuri, unamsoea, unajua huyu mtu analima eka 2, eka 3 ama kamoja, lakini kako sensitive. Unafaa ufikirie huyu mtu kuna kitu inamfanya hii shida inarudi. Unaona? So you have to start, unamwambia polepole. Pia wanawake usifikirie ati sasa wewe ndio unakaa kwa nyumba unataka upewe surprises. Pia wewe surprise your man. Ukipita huko Gekomba ama ukipita huko Daraja Mbili, ukipata ka socks ama vest ama boxer, surprise your man. It's not a big deal. Ukipata ka kiatu vizuri, ukitaka mume wako aonekane vizuri, surprise him. Kama unaweza, si ati ni big deal. No, kama unamsurprise pia yeye akipita na kusurprise. Okay. Hiyo ndio kitu tunasema kupepeana mizigo. You see? Lazima umpepeane. Marriage ni kupepeana mizigo. Na hata watoto, ukiona mtoto anasumbua mke wako, chukua huyo mtoto pia ni wako. Ukiona mke wako anateseka wakati hakuna mimi. Wakili, fanya kama kawaida. Wakili, fuata sheria na masharti pale sawa sawa. Yes, tuendelee upatie wakili na yeye pia zungumze kidogo kwa sababu ya muda. Haya, tuendelee tu pass upatie wakili pia. Asante. Karibu sana. Wakili. Yes. Mambo umepotea sana bana. Jambo. Poa sana, mkwaje? Niko salama. Senator Kisii County 2022. Exactly. All right. Niko poa. Shughuli ndio zimekuwa mingi. Yeah. Kwa nikifanya kazi nimeshtuka bado show iko. Nikaona wacha niingie. But I've seen a good topic here. All right. Karibu kwa mjadala. Asante sana. Yes. Rispa na watazamaji wengi wote, Kukuntu na wengine wote, na wasalimu, habari yenu. So thank you so much. Salamu. Asante. So naona hapa hivi mjadala unasema mume wangu katiba yake iko chini, hajui kusoma katiba. Je, nitampa chakula ipi? Aongeze nguvu. What I think is that shida si nguvu. Shida ni ule ufahamu wa kumridhisha mwenzako. So I think it's not about the energy. Somebody can come with a lot of energy but will not even deliver whatever was intended. So what I think, Nile, if you find somebody of that caliber, you ought to change that person. How do you change the person? You should teach that person. Kama yeye anashindwa, then it's not a must for him to be maybe on top. Basically, it's not him. So it means that maybe he's weak when he's on top of you. So awe chini, uwe juu yake, na ufanye yale ambayo yanahitajika, because maybe you are more experienced than your partner. At least you ought to come in. You know, these are mutual benefits or mutual action. So kama huyu amelemewa, wewe unaingia na ufasaha wako kumridhisha yule mwenzako. So that's all that I think ought to be done. Dominic. Yes. Do you think huyu mume wake maybe, unajua unaweza pata kuna watu wamezoea kutumia madawa ya kulevya maybe. Na unajua ukizoeza hizo vitu mwili ikifika mahali sasa umefika, maybe ulikuwa unajificha au utumii pombe au utumii sijui nini hizi madawa za kulevya. Sasa umeoa mke, huyu mke wako utaki kutumia hizo vitu kwa sababu utaki maybe yeye hapendi hizo vitu, unaona?
na wewe uko umezoea hizo vitu, ndiposa upate nguvu ya kufanya hizo vitu. Do you think hizo vitu zinaweza kuwa zimeharibu nguvu za kiume? Okay, I can say to some extent. Najua unapata maybe kuna vitu zenye mtu amezoea kutumia kabla maybe afanye jambo fulani. So you find some people are addicts. They are drug addicts. So what I think, what I think hapo ni huyu mtu kama amezoea maybe anatumia pombe ndio akuje, which I know mtu akitumia pombe hatakuwa na nguvu. That person will be sexually active but will not have that energy to discuss or deliver whatever was intended. So maybe what you can say ni we have some influential drugs like Viagra ambayo unapata mara mingi somebody can take and deliver within that time. So ukipata kama your man is down and you find that Viagra can perform well for you once he has used it, he can satisfy you, then you can agree for him to administer and take that Viagra because Hapana. Hizo mimi nikupitia tu maoni. Hizo siwezi advise. Mimi ile kitu tunaweza ambia wanaume wenye wako hapa ama wenye wanasikiza, kama hujawahi tumia dawa yoyote ya kuongeza nguvu, usiwahi jaribu kutumia, kwa sababu the moment unaanza kutumia hizo vitu, each time hauna hizo vitu each time kama hujatumia hizo vitu, hakuna ile kazi utafanya hapo, utakuwa umejaribu. Itabidi tu ni kama tu mrevi. Unajua mrevi, kuna watu wengine akilewa ndio anafanya hiyo mambo kabisa vizuri kabisa, lakini sasa akiwa hajafanya ako hivyo, hiyo pombe hakuna, atakuwa ni chindende tu chindende tu akonya guciaraga bona turoji gasi ya ni kama tu, yani unapoeka tu na yeye kwa sababu hajatumia hizo vitu. Hizi vitu ukizoea ni kama tu unaweza sema wakati unazoea kutumia majani, usipokunywa hiyo majani lazima unasikia kichwa inakuuma vizuri, so unakuwa addicted na hizo. Sasa ukianza kutumia madawa kama hizo zenye umesema hizo, sasa unajua zitakuharibu kabisa. Wakati hautakuwa yani utakuwa sasa uko hivyo, hautaki kutumia hizo vitu, hizo madawa, utakuwa hauna value. Na hizi vitu unajua zitaleta nini affection kwa mwili wako. Unaona? Utakuwa na uko affected. Yeah. Let me ask you one thing. Mwanaume wako unataka kusatisfy, si ndio? Yeah. Then you find that umempatia chakula yote inahitajika, bado hajakuridhisha, si ndio? Mimi hapo siwezi nikasema, unajua mimi ile kitu the first day vile tulikutana hakukuwa ametumia kitu yoyote, si ndio? Si hivyo ndio nilimzoea akiwa hajatumia kitu yoyote. Imefika mahali sasa nimeanza kuona kuna dalili. Nimeenda kuangalia, hata daktari ameniambia hapa sijui nini lazima utumie madawa. Mimi sitaki kuumiza mtoto wa watu kwa sababu ya hiyo upusi. Lazima mpambane na hiyo hali, muongeleshane, na hizi vitu zinakuja na mafikirio. Think before you use that medicine, ni mafikirio. Unataka kufanya nini? Unajua hata muisi lazima akuwe na plan. Lazima uweke hiyo kitu kwa akili yako. Ukiamua ni unaenda kulima kwa bed, lazima uweke mafikirio, all your attention iko huko. Lakini ukiwa unafikiria kitu kingine pia unataka kulima, my dear, hiyo kazi haitafanyika. Okay, Rispa. So mimi siwezi kubali hao watu. Kama mimi sasa, kama nimezoea hivyo ni hivyo. Sitaki hizo mambo ya madrugs, kwa sababu itafika mahali hizo madrugs ya siko tutakosana na wewe.
Okay, let me cut you short because of time. Wacha niseme hivi. Okay. Basically, maybe we are not addressing you specifically, but tunataka kuaddress the one of this motion yenye iko hapa, kwa sababu kuna mtu hapa ako na shida na anataka sisi tumpatie suluhisho kwa ile tatizo lake. So what I think basically ni, you know, you've tried to give this man all types of foods, energy giving foods more so, hata iwe vitamins ama proteins, but this guy cannot even deliver as you want or cannot satisfy you. Basically there are so many ways of killing a rat, but ikifika an extent that unaanza kuambiwa what you should do here is you should seek other things. Najua, acha nikwambie, umepata watu wanaenda maybe kwa mganga iti anataka kuongeza nguvu za kiume. Such things do happen, but I don't believe in such spirits or whatever the thing. But what I say ni ile, huyu mwanamke atafanya lolote lile, hata akiambiwa saa hii mpeleka akunywe sijui mkojo ya ngamia India, atafanya hivyo ndio apate kuona mwanaume wake amemridhisha. You see that? Basically, women, the expectation of a woman when maybe you have some intimacy is that you have to satisfy her, and that's basically the work of a man. That's how it's believed to. But vile nilisema tu awali, hii si kazi ya mwanaume tu pekee ama si kazi ya mwanamke tu pekee. Kama mko katika lile tendo la ndoa, kitu mnatakiwa mfanye, you must contribute. Entertainment both sides. Exactly, it's a mutual game. So kama huyu amefunga bao na wewe jaribu ufunge bao, mwelewane. Ukuje hiyo side mpatane katikati mfunge bao. So tusije tukamwachia tu tukasema tu ni mwanaume ana nguvu nini. No, where is your effort? Alafu kitu kingine nilikuwa nimesahau. Unaona huyu mwanamke, na ikiwezekana kama afanyi kazi na mume wake anafanya kazi, inawezekana yeye yani mwanamke anakuanga na hamu sana kuliko mwanaume, kwa sababu huyu mwanaume anafanya kazi yenye inamuumiza sana. Unaona, mi I have that experience. Wakati mume wangu alikuwa anafanya kazi na mimi niko kwa nyumba ninalea mtoto, nilikuwa naoneanga mume wangu huruma, na hiyo shida ilikuwa kwa sababu wewe unamtaka huyu mwanaume anafanya kazi ngumu, mpaka sometimes halali, unamwonea tu huruma kwa sababu unaelewa mume wako na ile kazi anafanya. You have to understand him, na unafaa umsaidie ili asifanye hiyo kazi ngumu, ndio wewe pia umpate. Unaona, inafaa sasa mnashirikiana na unamwambia ukweli, usimufiche ati sasa unajua tu akuridhishi, lakini kwa sababu ya mtoto ama kwa sababu umefika kuolewa sasa unataka unyamaze, wewe unaipa nje na uongei. Hapana, you have to talk with him. You have to unafaa kuleta akili yake yote karibu na wewe, umuulize shida iko wapi, anafikirianga nini, ni kitu gani ile inamsumbua, kwa sababu stress. Unaweza pata mume wa mtoto wa watu wako hapo ako na stress, lakini anashindwa anaambia nani, kwa sababu unajua pia mwanaume akifunguka kuambia mwanamke kitu ama mke wake kitu, jo huyu anampenda na anamtrust sana. Kuna vitu zingine zinaweza kuwa anafikiria zenye anaogopa kumwambia. Anaona nikimwambia huyu mwanamke maybe atanitoroka, nikimwambia sijui nini. Yani share, talk with your partner. Jaribu kuongea. Na unajua hao wanaume, ukipata mwanaume anakuambia ana open up to you, anajua kierere yako mahali imefika. Sasa kama kierere yako iko hali ya juu do you expect huyu afunguke ndio akwambie uende kutangaza huko nje? Si atakufa na shida zake. Uko hapa, hiyo shida inakuuma wewe pia, inauma na mume wako. Unaona? Yeah. Okay, maybe from my side, that was my submission, and what I can tell is that
let us all contribute towards. So huyu Exactly. asianze kuuliza chakula ni gani nini. Kama mwanaume wake ako na nguvu 30%, it's her role to ensure that she has brought in 70% of energy. So Na kama kama mwanaume ako yeye chini, ako na hiyo tamaa sana, hamu sana, ajaribu kujifanyisha kazi, kwa sababu hiyo hamu maybe afanyi kazi yenye inammaliza nguvu. Juu ukimalizwa nguvu, huwezi niambia pia wewe utakuwa ikifika usiku ni unasikia tu ulale. Hata ukipewa kamoja unatosheka. Lakini ukiwa umekaa hapo, na huyu mwingine anaenda job, hiyo ni stress unaletea kijana wa watu. Pia wewe fikiria, tafuta kitu yenye unajishughulisha nayo. Usifikirie sex. Marriage is not all about sex. Marriage is all about having peace of mind, entertainment, enjoying. Unaenjoy hii kitu kwa sababu you are comfortable. You have peace of mind. You can't do this thing if you don't have peace of mind. You see? First, kama unataka upendo na amani kwa hiyo nyumba, wewe mwenyewe anza na wewe kutoka ndani yako. Uko na amani, umeridhika na hii kitu. Are you sure? Are you sure for what you want? Are you okay? Ama uko nje na mguu mmoja iko ndani, mwingine iko nje. So you have to contribute that peace of mind to return that marriage before you start complaining too much. All right. Kitu kingine yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuleta hiyo shida. Yeye ndiye alitangulia kuleta hiyo shida. Anafaa aivumilie na ajaribu kuando. Rispa. Shida nyingine iko hapa. Usipikie mwanaume your husband. Unapika chapati, unampatia chapati mbili usiku, unamwambia sweetheart, chapati ni mbili tunakula leo na chai kikombe. Exactly. Na una expect yaenda kwa shamba. Rice ya mkate na chai. Ati yeye ndio leo tunakula tukuli ugali. Give your man heavy food bana. Kaita hata. Mimi mama nakukula ati sijui nini, hakuna staki kabisa. Kukurukonto. Nje ngo kimaboko tigara enchara kego toli naende tuboke toraragira kwanza. Hey. Aiwa. Aki mi njaa inaniweza kabisa. Mi nikisikia njaa hata kama ni saa hii nikisikia njaa naamka niende kukula tena. Nitamuamsha kwanza, nitamwambia amka ukule. Ukule na mimi. Kama ninasikia njaa nitadu. Unajua kazi. Kusoma katiba bana, lazima ukuwe umeshipa sana. Ukimaliza kusoma katiba after 5 minutes nje anaende kuchi yako bwata MVP. Lazima ukule. Tolichera karo monyo maine mubwata freedom ya ino. Tolichera in fact you have to eat well, you have to moka mambi kara beli muga koga matoke nyama sabo. Naga strong kamwara ali moka nyakoseka ngora igo. Monto bwanje toko chikumuligereriga kwa nyoro konya gusuma elirioka. Wow. Ndo marembo le nyombe kare umete mugurigerera ni mwanya goseka. Mutabwate mangana mangi mugonya kuminyoka ngei. Nya kolenge Anyway, Rispa shikilia hapo kidogo, na shukuru sana kwa wote ambao wameshafika ndani ya show. Pingi Papo imefika saa 8 dakika ni moja Afrika Mashariki alfajiri, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 9 2021. Papa hapa ndani ya Kisi Hot TV kama kawaida, na mimi Papa ninaitwa Nyapto Dennis, kipendo kinaitwa Kukurikon, tutakuwa naitika katika show kubwa bedroom. Hatufichi kitu chochote kile kinapatikana bedroom, hatufichi anything there. Hapa tunachadili vitu ziko katika bedroom. Alright, tuko bedroom and this is what we discuss always. So welcome you guys wherever you are. If you are new to house, karibu sana ndani ya nyumba. Chukua tati link kwa hapo chini, ingia tu live and direct. Esther Nyanduka ananiambia kwamba kurutu chakula ni chakula. Kuna wenye hawapendi hard foods. So inategemea na job mtu afanya, aswa mwanaume. Wewe Esther Nyanduka tafadhali. Esther Nyanduka kuja shule. Women conference. Nafasi kwako baba Rispa, peleka women conference kidogo.
gaki nchege ntonda batebi in fact endagira mono buna intugusi ndagira in fact umonye koromo kungu mugusi nende ndagira te nyumba Alright. you are a crazy woman. Lazima food ikae kwa nyumba, lazima mtu aleli itoke, lazima mtu arama nyabwali, lazima ndiki chinduma. Yani every food ile every foods. Obo sibwero ngoli mbobora nyumba. Mugako kagocha iga mukaramo te pole kwa kasi. You know, moyo motebi onye bintu bikongete. Mwambie babe, pole usifikirie hizi vitu sana. Wacha tuangalie kenye tuko nayo saa hii. Unaona? Usimpe pressure. Kama umetuma mume wako kitu na achapata, usimpe pressure. Mwambie utapata siku nyingine, hakuna shida. You have to understand. In fact, mwanaume mwenye anakaa na amani ni yule akona mwanamke mwenye anakuwa understanding. If you have your partner who is understanding, you are really perfectly having peace. Peace inakuja kwa nyumba easily because you have someone who understands you, who stands with you, whether you have it or not. You have to understand. Kama ni kasukuma ukikakaranga vizuri na mayai mbili hapo, ukarange kasukuma kako na ugali. Sometimes rugero mugako gubu kama bwabo liga na mabera maruranu, ngekunyaleka nake ngolio nyakago toka. All right. Okay, thank you very much. Esther Nyanduko ndiye anaingia na nilikuwa nataka kukata show. Wataingia asungumuze before tutoka hapa. Esther Nyanduko. Yes. Karibu sana, network ilikutoa. Karibu sana, usungumuze kwanza ndio tunielekeze mahali tunaelekea. Nimerudi sasa nisikize vizuri. Zungumza. Rispa, ulikuwa unasema aje? Huwa nakusikia vizuri. Unataka tena nianze vizuri? Nilikuwa nasema akisi onye koromo kungo mugusi hapa kwa food. Onye koromo kungo mugusi ndagira tebora mwago. Ona mone ndagira yamanya bwali. Matoke kwanza ugutigalia so sana kwabeli. Chindume chiga ogachicha buyega kwaburukane nebyase no muongo tobora nyomba. Onye koromo kungo mugusi. Chindagira you know, chindagira nchiro echiga chitari protein. Fiber, chindagira chire fiber. Obo sibu erongoli oboli. Wacha nikwambie, unajua kama mimi mume wangu kwa anakuranga ndizi. Lakini since tuoane, anaipenda. Kwanza amerudi akawa mpishi. Ananipikia tunakula. Eta kayarale kanyerere beka gasoli gakabalire. Wow. Unakula food mzuri sana na avocado isikosa hapo. Unajua chakula zote zenye unafaa kukaa nazo kwa nyumba. Each time unapika kachakura, make sure inapaki hapo. Baisine. All right. Yes. Rispa, mimi nasema hivi. Sasa kusema tu kweli, kama mimi mimi ni mkisi original, but sasa maisha yangu mimi sijalelewa kule Kisii, yani maisha ya Kisii hivi mashamba sijaishikanisha sana. Sasa inanikwadiaga ngumu kidogo cause mimi huwa tunakaa na wazazi wangu, tulikuwa tunakaa nao town. Babangu wako anapenda hizi chakula ngumu. Pata ugali imepikwa mara moja kwa wiki na ni kelele itapikwa kwa hiyo nyumba, ipigwe kelele, ipigwe kabisa, mbona umepika ugali? Hizi machakula ngumu hawataki. Utafanya nini? Unajua lazima ujue ile kitu mume wako anapenda. Ndio nakwambia wewe na wazazi wako hawakuwa wanapenda. Si hiyo ni unajua venye walieka marriage yao ikawa. Lakini wewe maybe ingawa uenda ikawa umepata mwanaume mwenye anapenda food. Unaona si watu wote wanapenda nini? Yaani wanapenda the same. Huwezi niambia mume wako atakuwa kama babako. Hawezi. Unaweza pata mume wako ni yule anakuamsha asubuhi anakuambia mimi nataka ugali. Saa hiyo utadu. Si itabidi unampikia.
Kwanza chingende june chapati uye ke chingende ne chapati hiyo ni food poa sana nyole ne chayo iterere ko rugoro nande njarage ko bali botuko naende kera mwakolire kole manande muira ne muleme muragere nande muira ne muleme umete tigango tebi in fact ebinte ebiga nayo uragere saitani ache kosoa katikati gaiga kati yenu nyinyi wawili. Entertainment inataka both sides. Ukiona mume wako ana rada amepoeka, ni yule mtu wa kupoeka tu amepoeka hapo, unamchangamsha. Wow. Kukurukuntu ngaigwache. Kukurukuntu, are you there? Kukurukuntu, kuja ufunge hii show sasa, ninaona kama watu wamelala. So venye nilikuwa nasema bana ba muntu bali muri kireti kurwali tema gwikara karia karokonyora mugako tabwati mudibuya igo naye tema kumu entertain nandi tema kumanya ebintu biri anjete tema kumanya ndagira kiri mugako ganjete tema kumanya ebintu ebinge kurwasale so that nali ebintu nali gasete liko kobere ngong kere gwikira nga mwachire mesa gaiga ose mwachire burere mwachire kuchesa game eye tokwenda gopoegete tokwenda se game eye kobwate birengeri kobwate stress at you are there you don't care about your partner then unataka alime ama unataka kumulima na kuna stress. You have to beg, you have to entertain, unafaa umulete karibu na wewe, mwambiane masida zenu na mtiane moyo pia. Ndio Mungu pia atawapea nguvu. Kukurukuntu, I'm leaving this so. Kukurukuntu ochire koraro sindagira maiga ye tent maybe. So in fact we have to run and run. Nandi tome ntogo safi wabaliachu totiga makerere toteme kweberera nintu ase ntuchipate. Exactly. Abasacha ebere limo kago kera anunire gwatema kumuira ninse gwatema gotripokia sukari so that nali ebintu biko bibioro weterere ng'ombe gwikoye sibina macha muliro unyake naende uyake kerisi umanye gukama Kerisi ng'ombe. Nigona bwo bwenete kwororobera mukago uiranie sukari tugonya kumotogonya rikiagera ichi time ogotogonyera omusacha gose omokungu feelings echikuirana ichi time you shout yani ogonyora omonto agokenda ng'ora omonto onya kogotogonyera bakokende kukurukuntu una macha unanakenda omotu. Okay, kwa sababu ya wakati na muda pia unayoyoma. Ni saa 8 dakika 11 tarehe ni 15 mwezi wa 9 2021. Wakati sababu nimekuwa hapa sasa hivi naenda kuonga masaa 3. Nashukuru sana wewe mpenzi kuweza kushiriki pamoja na sisi. Rispa Waro, labda maneno yako ya mwisho kisha tuombee tafadhali
kwa sababu naona ni kama nimechoka. Yes. Naam. Yeah. Ya mwisho tena. Buna naliko teba naki naliko teba na ikinteke nande tukuli. Tutike konya kuiranira ni chindobo. Tika kwambie kesirani rioka. Hata kama mashida tunapitia mengi, hata kama tunapitia mashida mingi kwa hii life ama kwa marriage, tusiwe tunasikiza mambo ya watu. No. Don't regret having your partner kwa sababu huyo ndio Mungu alikupea. Kama Mungu alikupea huyo, manage your partner so that God will bless you na kupea amani na hekima ya kutunza hiyo ndoa. So tunafaa kupepeana hii misigo. Tunafaa kupepeana hii misigo, na huyu mwanamke mimi namuomba tu aweke magoti chini, amwombee mume wake na muongereshe kwa upole, unyenyekevu, na ikiwezekana kama huyo mwanaume hatabadilika, waone daktari kwanza, na kama anampenda wakati wanafanya hilo tendo la ndoa, make sure ameweka mafikio yote kando. Unaona? Yeah, wacha nimalizia hapo juu naona ninatafuta huku. Yeah, nimechoka yenyewe. Tupeleke tuombe tafadhali tumalizie hapa. Kaki kukurukundu lero tindiko saba. I'm sorry for that. For Anyway, some reasons, thank you. Please. All right. Okay. Naomba tu nikakuombe alafu kisha pati tumalize show hapa. Funga macho yako mtakatifu, pokea sifa na utukufu. Asante kwa maana umekuwa pamoja na sisi tangia mwendo tulipoanza katika show yetu ya siku hii ya leo. Mtakatifu Mungu ishe milele, tuomba kibali na neema na fadhili kutoka kwako. Asante kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya nafasi hii. Asante kwa sababu ya kibali cha uhai. Asante kwa sababu umesimama pamoja na sisi tangia tulipoanza. Bwana kuhimidiwe milele kwa maana wewe Mungu mkuu. Tusamehe dhambi zetu mtakatifu. Tumekutenda dhambi katika jina la Yesu Kristo. Tunapoenda kupumzika wengine sisi mchana Bwana. Tunaombea neema na fadhili kutoka kwako. Baraka ziwaandame. Bwana tena makubwa Bwana kwa washike mkono katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana umediwe milele na milele katika jina la Yesu tunakuamini. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Thank you. May God praise you so much. Thank you for coming to this show under Kiss Hot TV. If you are new in the house, fanya hivi, subscribe, share that link to everybody. In Kiss Hot TV where you get every updates. Zinakuja kila siku na kwa kila masaa. Sawa sawa, unapata kila news na kila taarifa jinsi ambavyo zinavyochitokeza. Hivi sasa nakwambia mtu wangu, okay, by the way, na karibu nisahau. I have first niko na kitu, it is ending this month. Niko na project ya kununua drone. Actually it was supposed kuisha jana, but due to some issues ikuwa pushed mpaka end month. This end month tunamalizia huko. Wale ambao nafikiri kuni support katika kununua drone, you can inbox me that via number WhatsApp, ni kuadi kwa hiyo group tumalizie pamoja as we talk and as we to P1. Kwa hiyo group ambayo tulikuwa tumeanza mwezi wa 6 katikati na sasa hivi ni mwezi wa 9. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu. So if you want me to add you to that group ya kunisaidia kununua drone, you can tell me, you can niambia through that number 0700184011 via WhatsApp ama email. Just text me, call me. Nitakuwa tu na kuongeza na nitashukuru sana. Thank you very much you guys. I love you so much. Watu wa team Diaspora na wapenda sana, watu wa team Kenya, Africa. Yaani wote sisi tunawapenda. Kazi nzuri mnaifanya. Imagine mnanifanya nalala hivi. Aki sasa hii hata singijui usingizi ingekuja. At least mnanikipa pesa usingizi inakuja. I thank you very much. Thank you very much. Anaitwa Esther anasema kwamba Esther Nyanduko, poleni sana, network yangu inanionyesha manenoze. Esther Nyanduko, amen. Have a good night guys. Thank you very much. Wale watu mmeingia hapa tena, tupatane leo katika pata mchumba kuanzia mwendo wa saa ngapi? Saa 4. Rispa warunde tokaraiga. Muone? Rispa waro. Waro rispa. Waro. Yes. Usitoke, sawa? Yes.
Usitoke, shikilia hapo, kuna kitu nazungumza na wewe. Leo tutashiriki, leo tutaongea hii mambo na mapenzi. Tukuze hapa tuongee mambo na mapenzi na hata tatizo. By the way, hivi Kisii County hii wiki peke yake, jana juzi kuna mzee aliweza kuua watoto wake, watoto watatu, wawili, na yeye akajinyonga kwa sababu ya mama yake kusemekana kwamba sijui ni tetezi. Sinasema kwamba mama yake alikuwa Gulf, akarudi akataka kuoleka na mwanamke mwingine, na mume amekuwa akijiunga watoto, akaua watoto naye akajiua. Tena jana kuna juzi tena kuna mtu mwingine amejinyonga. Hivi jana kuna mwanafunzi katika shule moja hapa Kisii Town amejinyonga kwa sababu ya mapenzi. Amejinyonga kwa sababu ya mapenzi. By the way, amejinyonga kwa sababu ya msichana. Kuna amejinyonga leo kwa sababu ya msichana na wanasoma shule hapa tu, hizi shule ziko hapa town. Amejinyonga tu leo jana na msichana. Okay, by the way, msichana tena nilimpata watu wakizungumza wakimpatia advice. I will see if it is advisable. Tukuje na msichana siku moja hapa kwa show, one of the fine days within this week, atuambie kwamba what is this, yani what was the cause and how was it. Okay, anyway, so tutazungumzia kuhusu swala hili la kupata mjumba, na pia tutatafuta topic ya kwanza kuzungumzia katika swala la mapenzi. Usiweze kutembea mbali. Kama uko single, una search, unataka kumingle, be ready tonight as from 10 p.m. up to 1 a.m. ama 2 a.m. Usiweze kutembea mbali. Hii ni Kisii Hot TV na mimi naitwa Nyaputo Dennis. Ukipenda niite mimi peke yangu. Kuntu the sura, the blackest and skinny, the Africanist, the beauty of Africa, the Sudanese, the Kuruta and the Kuntu, me, Kinita and the Itika. Thank you very much. I love you guys. Thank you. Wale watu wanataka niongeze kwa group yangu ya kunisupport ni drone hata 10 pop yako itakuwa sawa. At least na mimi feel good. Just in the box me through that phone number iko hapo tu kwa screen 0700184011. Tutakuwa nashukuru sana. May God bless you so much. Good night. Mkuwa na mchana mwema. Bye bye. Bye. Sasa ndipo kwa usiondoke.